na ndina homa oi uguo Davis ona ndakunegereria maiki ri ukareka ngahaire o hau ona ndacomoka ukanyita maiki ngahiuka hari ona idena ya gukorora muno ni yakwa iradwara mahenya yakwa we ona ndo kwa manjiraga nyua ndimu o ndaingĩra fupisha makanja ni yakwa irakiuma mwaki na ici ngirorete kuhaya Hadi igokihaya andona ke maski asa maski yake wina homa wikiri handu hometa ri Kenya ati handu hometa ri Kenya by the way homa iko ndogwothe fata no go sanitize atiri undu fata no go sanitize kana the mwiroreri ino ni family imwe ri ona gutugira twikire mask kuhingisa tutidonagia hamwe ni ndionire Joy ni arekira nyumba Joy araikara na mask nyumba utokwendia guaya aikara mask nayo no ni by the way Joy ni afupisha usiku haya ni ndironire ni agathio ndageko hakuhi o thate tu na rera andu atia na ndarakoma aratariria andu ni ahota gutara andu ni amera kuhoya na kugaga asante gutara andu kana ciana no arage aratara andu othe arafu na ni oi Joy ni igwaga andu makiruta testimony no ndari amenya riri niki andu maugaga koguo ni ageragia muno guthikiriria uria angi marauga akona kindu gia ukakuga yes okay Davis areka kanyamu kau igire ha iguru gaikare ha akadekoreti ha huko smart yes okay gamuno ugu akireka gaikarete hau na kumenya ati twi studio jero makamenya twi studio jero ona no ri tura stream na thimu indo ciothe ni ona cie set indo ciothe ci haha cie set ugu ni kuga ati anytime from now ri kuma actually ndira hope rucio ugu tukona kindu gitagwo riri tugukorwo na andu a wira. Thank you. Ni ngai ucio niwe mwathani. Yes, uguo tuli live stream na kamera. Ona ndiroria atiriri tondu auga ati andu mehambirie kwihariria andu a wira no ni ngurumagirira na ngathoma comment koguo ni kuga mundu wothe urabatara wira ambirie gwika application tondu ni andu makiuria bani itumitwo kiyo ndaigo kiuga andu a wira nicitumangitwo tani turambite kwira andu mundu ungihota kuhura mbica njega atutumire turaheana email farodhitv@gmail.com na itumitwo nyingi muno na uria wakiguira hai no atume na muno ti andu aria mahuraga mbica na gukunja mbica cia indo mbica cia thiine cia studio tuna studio thaka muno haha na mbica very professional uguo no nginya ukorwo we kuhura kindu kiega tatu irabatara ati andu 10 umwe tu cio no wa mbica okay koguo no kwina andu anja tondu tari mundu menyete kuhura mbica njari ya thiine no we muikarire na kuri ungi expert wa thiine nona wanja ona guko kwina riua na gukuhurira mbica na ndehe wa thiine nake yo thiine kundu nginya kwina andu mane ukurutira mbica no yanja kwanja maikaraga kaundu uguo we ukerwo wibange agacoka akanyita wega uguo ni uraya rokende uguo ta embarabara kamera yake akomagina ni ageka ni ndu akumioya wega David embarabara niguo ayenda na wake tutira ugura tware muone kuona ni athire ku by the way taici nitakufinya no we iguru nitakufinya no we iguru na ndio by the iguru neragu aguire athimo batha athie kurira ni gukira no ona muona ta gwite ri no arikira ni kumuviriria embarabara hari ori ona tuona to gwite no uriukira ni kueanagwo ringi no ni atige madoido yenda gutura iguru okay madoido ti mega nungitura we iguru wina madoido ni kurabatara yes wikaga ati so how are you? We are fine. That's good. Yes. Tukiambe tugeithio ni Daudi. Nimeshika sasa kwa nini ulikuwa unasema? So watu wa Barodhi, how are you now? How are you? God bless. Hallelujah. God is good. Mwisho tukiona Davis ali atari yule mama menyanira na mutumia. Kwani kuna mtu ameuliza hivyo?
Acha heka hari kiuria ta kiu kia mumenyo ora mutaraneirie kigana riri mbeca cigana ri nyugututari si basi leo ndio tutaona kama tunaweza ifanya ciigana zikitosha leo. Okay. Nikutegeithie. Yes, so wacha niwasalimie watu wa Barodhi ya Thayo. Unajua wanashinda wakisema mkumbuke sisi wengine hatushiki Kiswahili. So na recognize. At least leo nimewakumbusha. So that's why nimewasalimia kwa Kiswahili. Na tutawasalimia kwa Kizungu kwa sababu Kizungu inaweza leta tafash kidogo. So habari zetu ni Davis Rito hapa, the son of Virginia Wangari. Leo tuko kwa studio ya Barodhi wa Thayo. Finally hatuko kwa nyumba tena. So this is a blessing by the way. Barodhi wa Thayo and the team. Na tunaona kazi njema ambayo Mungu anakufanyia. So kwangu leo ni kufurahia kwanza kwa kazi njema ambayo inaendelea ukifanya, na pia unaona Mungu anakuonekania. Simply because ya vile uko na hiyo moyo ya kupenda kusaidia na ujue unaenda mbali. So watu wa Barodhi ya Thayo mjue mmebarikiwa, na nimefurahia kuwa na nyinyi leo kwa studio ya Barodhi wa Thayo. Yes. Wow. Yes. Thank you so much. Huyu anaitwa Davis. Hata upande ule mwingine wako na Kamoko. Lakini ni Kamotho. By the way. Unajua kuna mwingine anaitwa Davis. Anaitwa Davis Kamoko. Nafikiri kitu kama hiyo ama anaitwa Kamotho. Hapana, kuna Kamoko. Kuna Kamoko. Davis, lakini kwetu tuko naye anaitwa Kamotho, Davis Kamotho. Basi kunaye upande huu mwingine. So VG. Yes. Mambo lakini haya daigua wega naigua tatu VG. Kwa hivyo you are there ujire au niambie hata kama ni wewe usikie VG. Nimefanya hivi nikaona nikajitengeneza mzuri. Nikasema I'm fine. Thank you very much Barodhi wa Thayo TV. How have you been since we met huko Kiganjo? Kiganjo. Kunaitwa Kiganjo ama kunaitwa aje? Kunaitwa Kisii Estate. Kisii, unajua unahama so lazima tuanze kusahau jina. Lazima acha tuisahau. Wacha tuisahau. Na mimi nimekuwa mzuri na nimekuja na wao, nimekuja na Virginia Wangari TV. Watu wafupisha tuko pamoja. Hata na waonaga hata tukiwa matu naonaga wakisema mimi ni wafupisha. Amen, na wapiaga hivyo. Mkienda pale mkiona jitambulisheni. We are so happy for you. Na wakati nimekuwa nikikuja wameniambia na ukifika huko kwa Barodhi wa Thayo msalimie na umwambie hatujasahau. Muliniambia hatujasahau, tutamletea keki, na wamesema wanaleta keki na maua. Kwa hivyo that one we got to. So birthday yangu ni hii mwezi yote. Hii mwezi yote. Hii mwezi yote unajua ni yetu na wewe. Ni yetu, hata this is my month. Date yako ni gani? Ni 28. Watu wa Barodhi wa Thayo TV mtayarishaje keki ya VG? By the way leo tutakaa itaenda hivyo zikuje na sisi tupeleke. Ndio na sisi tupeleke. Ndio ni kuchezwa. Mwenye tabaki nayo wa mwisho huyo ndio anasaidika. Ziti zinaona hiyo iko vizuri. By the way hata enjoy Maria. Kwa hivyo mharakishe yenu ndio at least ni enjoy. Wacha tuende tuharakishe. Zilata wakati narudisha. Okay, Virginia Wangari TV family fupisha. Tuharakishe tumpatie ndio na sisi tupokee. By the way hata enjoy Maria ni wa this month. Yeye ni wa 17. 17. Kuna mtu alikuwa ameniambia atapeana keki ya Ijo Maria ajue ni 17. Wacha nitukule makeki. Okay, makeki maige. Otherwise I'm good. I'm saved. Na naendelea na kuhubiri neno lake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo me I'm good. By the way tuliagana hii studio ikishajengwa utakuja kutoa testimony. Amen. Nitakuja kwanza. Wapepo ndio wajue kwa nini tunajengea Virginia. Amen. Tuwape sasa polepole. Nitakuja. By the way naona nikikuja hapa sikubiri. Vile nimeona hapa nimeingia nimeulizwa utakunywa koko, mbilo, majani. Unaona? Kwa hivyo inaonekana nikikuja hapa sikubiri hata damu itakuwa. Hata picha utapigwa hivi karibuni. Picha nzuri. Simara tulikuwa na studio ya picha. Studio ni nzuri. Hiyo washa kwanza nipigwe hiyo picha nionyeshe watu wafupisha. Unajua wakati nilienda nikachorwa ile picha. Na by the way mko hapo ile nilichorwa sijui ilienda wapi. Lakini kuna mtu atatokea nichoro nyingine. Sababu waliipenda. Na by the way huyo kijana alipata watu kadhaa. Akina Knighthood, akina Embrace walishorwa.
Kwa hivyo wengi walishorwa. Kwa hivyo I'm waiting in this studio nipigwe picha moja, nimekaa mzuri. Najuaga kupost. Unajua unaweza pigiwa hata hapa. Lakini tuko na studio specific pale ya picha. Nikipigwa nitakuja tu ni what I so do. Sasa je, tutawapiga pia ndio, lakini hiyo si itakuwa free. So hiyo nitasponsor. Thank you very much. Thank you. Ukiwa na Davis sasa moyo acha asikie. Unajua nimemuona huku. Acha asikie kuna picha ya free. Ya free na unajua. Young Brad na yeye asikie. Moyo anaitwa nani? Anaitwa Nyawera. Twini wasikia akina Angel Maria aseme yako na birthday. Akina when Joy by the way alisema siku nyingine alikuja hapo Vupisha akasema na nilisikia kulikuwa kumewekwa chai. Na ile Damos Gladys ndio aliambiwa aweke chai na wafunike na wakati nitoka mapema sana. Kwa hivyo Gladys kuna vile aliwekea Joy chai haikutoshana na ya Angel Maria na yake. Kwa hivyo wakati wa Vupisha Joy alisimama. Alisema hata kama nani aliniwekea chai kidogo, nikiangalia chai yangu na ya Angel yangu ilikuwa kidogo so inakuaga hivyo by the way, lakini tuko sawa. Okay. Na tuko sawa. That's good. Unajua tukiwa kwa studio mgeni pia lazima watu hawa at least wafeel. Davis, kwa nini? Unajua mlikuwa kwa familia moja, wewe ukaamua kuchomoka mbele ya wengine, kuchomoke na mam. Ukabaki sijui wakati Nyawera alikuwa anapiga watu na stand. Wewe ulikuwa wapi? Yote anataka kwenda aingie pale kwa ile anione mimi ni kuanga the man in white. And by then I think ulikuwa upande gani? Opposition ama wa serikali? Mimi nilikuwa upande wa serikali. Mlikuwa na mam. Wakati Nyawera alikuwa opposition. Nilikuwa upande wa serikali. Kwa nini ulichoose kukua kwa serikali? Nilichoose kuwa upande wa serikali because mimi kwa maisha yangu sijaipenda kuona mtu akifinyiliwa. Na mimi huchukia sana. It doesn't matter kama ni damu yangu. Mimi hata saizi nikiona mwanamke yote akipigwa ama akidhulumiwa namchukulianga ni kama mamangu vile alifanyiwa. So every time unajua kuna time unaingia hata kwa YouTube unaangalia picha za mwanamke maybe hata akiaibishwa mbele ya watu. Hiyo inanipeanga na kuanga so emotional. So how did you move out mkiwa na mama? Mimi nilikuwa nimeshatoka mbele. Nilikuwa nimeshatoka mbele na ukaacha mama? Nikaacha my mom. Okay. By then sasa haikuko kumechacha vile. Kwa hivyo ilikuwa roho safi, acha niende nikajitafutia. Ni kufukuzwa. Si kutoka ati unajua wewe kutoka kwenye. Unajua hiyo sana ingesemekana ni aliona amefika. Ulifukuzwa? Nilisukumwa nje. Nikaambiwa wewe enda wewe hutakuwa huko ende. Unajua sijaijua story ya David. Hebu mpatie hata haujaijua. Mimi sijaijua, by the way mimi najua tu Nyawera. Mpatie kidogo. So mimi ndio first born kwetu. My dad alikuwa anaitwa Kamodho. Bado ni Kamodho cause bado anaishi. Hajaaga. And Virginia Wangare ni alikuwa my mom. So it happened after kumaliza high school. Mimi sikuenda computer, sikuenda ile masomo yenye unasikia after form 4 umeanza kusomea hii. Mimi ni after kutoka my dad alikuwa afanya kazi ya mjengo. So he was a contractor. So mimi niliingia kwa mjengo. And by then nilikuwa young sana. So baada ya kuingia but still nikiwa kule unapata nikirudi jioni unapata wanashinda wakisumbua na my mom. Because mimi mara mingi nilikuwa naacho kule kazini. Juu sasa ukiwa kama kijana wa mzee lazima make sure kama ni vitu kama za mjengo zimewekwa, zimepangwa nini hivyo. So nikirudi nyumbani unapata kuna issues. Mzee ameshafika. Na kufika already mzee alikuwa akifika hivi. Nakwambia mnanyamaza. Angeguruma. Unapata kama ni slippers ilikuwa pale ishapandishwa bedroom. But so nikiwa pale kwa mjengo nikafanikiwa. Unajua kazi ya mjengo si rahisi. Na one thing ilikuwa inaniuma cause nilikuwa naona wenzangu wameshaanza kuenda shule, wameshaenda college. Mimi bado napendelea na mjengo. But still nikavumilia. Na nikapata job ya gas. Ilikuwa kubeba gas. Okay. So pale ndio nikaenda nikamwambia nimepata kazi. Na kwa sababu kwa hiyo that period my dad alikuwa ameanza issues za kanisa ati sijui my mama anafanya hivyo mambo. Then kushinda wakibishana. So mara mingi nilikuwa namwambia
dada ufanye poa. Kama mkibishana mnaenda huko juu mnabishania kwa bedroom. Watoto wasione. Tunakuwa tunaafektiwa. But now sasa since my dad alikuwa ule mtu every time alikuwa ever aggressive. Unajua anashangaa wewe unaniambia nini na wewe mtoto wangu. So vile sasa nilienda kuleta story ati nimepata kazi. Sasa hapo ndio alipata na kitu ya kunisingizia. Akaniambia boss, wewe enda ujitafutie utaki huku. And that's how it happened. So that was the first time nilifukuzwa. So you support mom? Yeah. Nilikuwa namwambia dad ufanye poa. And sana nimekuja nikamwambia nimepata kazi, niondokee mambo ya kubeba mawe. Juu huku nilikuwa bebanga unapandisha mawe. Allah, unapandisha mawe unasikia watu wenye wamefanya mjengo wanajua kazi ya mjengo si rahisi. And sasa hizo umetoka uko form 4 so uko ka fresha. Unaekelewa alafu unaangalia mwili wangu vile iko. So una imagine unaekelewa ile mawe venye unabeba. So sasa najua na support sana maadhi. Dada yako anafurahia. Kumbe mimi sikuwa najua. Unajua vijana normally wana supporting mom. Exactly. Being the first born uliona ni muhimu kusupport mom. Na inakujanga automatic. Si kitu ati ya kujiforce, especially kama hakuna fairness nyumbani. Exactly. Unajua ukiwa kama mwanaume ukiwa kwa nyumba na unaona kuna kitu yendi venye una expect iwe, ama unaona hii yenyewe hata kama mimi ni mdogo aje kuna mtu anafinyiliwa. Unajua unaangalianga mzee na mama unaona ai wewe mzee kuna vitu unafanya hata kama sikujui sana ama mimi sijui kuna vitu unafanya weird. But unajua utafaa umeignore cause utasema hiyo ni maisha yao. So mimi after kurushwa nje nilitoka bila hata nguo. Mimi si kutoka ati na nguo ati uliziacha huko. Cause wasikia umetolewa asubuhi. Umeambiwa wewe sikutaki leo with no reason. Nikamuuliza sasa ni kwa nini? So madhe nakumbuka hiyo siku. Ukijitetea na first born venye wanakuwa na power kwa nyumba. Sasa watu kuna kitu moja wajuangi Kamodho. Si kama ule babati unamwongelesha. Unajua kuna watu walikuwa wanakuambia bado ni babako unaweza enda umwambie dad nimenyenyekea. Niliishi hivyo. Na akifika nyumbani abuliza madhe alikuwa anaenda anawaambia ati Davis amekuja. Niliwaambia atanitafuta. Anakuja ananiambia shida zimenikula. Na sasa tulikuwa tumepigiana simu nikamwambia nataka kuja tuongee. Mimi sijui kwa nini tulikosana. Mimi naendelea vizuri niko na kazi zangu lakini nataka kuja tuongee. Na hii mambo ishi. That is wisdom kwa sababu unajua baraka ziko naye bado. Exactly. Basi unasikia akifika nyumbani tena anataka aoneshe vile nimekulwa shida na roho. Lazima ungemtafuta. Anasema jamaa nitafuta. Sasa hii ni story afterwards after tumerudia na madhi ndio alirudi kuniambia venye dad nikipatana na yeye vile alikuwa anarudi anaenda kuambia. Ana change story anasema mimi vile ninaumia hivyo. But all in the same at least nilimuomba msamaha that time na sikuwa na issue nikamwambia kama kuna mahali tumekoseana anisamehe. Na so mimi kutoka kwa dada nilitoka juu ya hiyo sasa. Unamwambia ile vile ulitoka aje? Hiyo ndio utolewe hapo nje. Alikuwa ameendea mpaka nini? Sasa unajua ilikuwa mara ya pili. After nimerudi home. Umesharudi? Nikarudi home. Ukakaa how long? Nikakuja home nilikaanga only I think 1 month. Wakati nilipata Angel. Exactly. Hiyo time ndo nilipata Angel Maria na by then Angel Maria alikuanga mchanga sana. Alikuwa mtoto I think ilikuwa like a month or something So by then alikuwa ameshaniambia unarudi ili ukuje usome. Already nilikuwa nishamwambia Kenya nataka kusomea. So nikakuja within that 1 month zile vitu niliona nikapata kuna huyu sasa ambaye anaitwa Tabitha. By then ndio walikuwa nakufuana kanisa ilikuwa home. Nikapata kanisa ishatolewa kule. Nishafunga ile main. Main ishafunga ka branch. Sasa kuna ka branch kwa nyumba. Kanisa ya nyumba. Nikamuuliza kwani kunaenda aje? Kwani hata watu wa kanisa walienda wapi? Ati wote Mungu alisema ni wabaya. Nikamuuliza aje? Sasa ni maadhi sasa nauliza. Mzee huwezi enda kumuuliza hiyo maswali. Nikamuuliza kwani kulienda aje? Prophecy ilitokea. Prophecy ilisemekana Mungu amesema wale watu kuna vitu ambazo wanajifichia. So they are not like they are hypocrites. So familia ya Kamodho na ya Tabitha na watoto wake
au tu ndio Mungu anaona. Yani mzee alikuwa ameshapanga hii kitu, yani anapiga plan hadi inaingia. Anajua nitawachuja niwachuja hadi nibakie na mtu wangu. Ai ndio nikaambia madhe, hapana. Mbona huku kuna kaa weird hivi? Because watu pia walikuwa wameanza hata watoto wana avoid sana madhe. Bado hujui nini kwa nini wanamuavoid. Unajua sasa uko mgeni pale. Imagine ukiavoid mamako. Mamako mzazi. Watoto wako wanaongelesha madhe. Basi sasa madhe naye hataki kuniambia vile kunaenda na pia watoto hataki kuniambia. So mimi ilifika time wakabishana na my sister kwa kitchen. Wamerushiana mdomo juu ya chakula. Madhe akiwa ameenda kuingia kitchen, my sister Lucy anamuuliza unakujia nini huku? Lucy? Unakujia. Unasema Lucy alibadilika. Unajua kwa spino lako. Sasa hiki kimechange. Unajua vitu kikana yeye tunabishana sana. Wapia bebe. Mimi sinaona hata alibadilika hata sura. Ukiangalia sura yake ya kwanza. Lakini ukiona ametulia na Santisia. Kama amerelax. Santisia akakuja akatiwa anafanywa kichimchu. Mrs. Santisia mambo. Ajua utatuwatch. Najua atatuwatch kabisa. I'm very sure. So akamwambia mama aje? Akamuuliza wewe unakuja kufanya nini? Na mimi niko kwa mbele kwa room yangu cause nilikuwa na atakuja hapa ku apologize. Hajai apologize hiyo. Hata apologize kwa hii sasa. Kwa gate atakuja hapa. Atakuja Urusi kwa bench. Very soon. Lazima akalishwe kwa bench. Walikuwa wananikipisa sana huko. Kuonekana na pata kwa stairs unafanya nini huko chini. Walikuwa wameambiwa wakiniona wananifukuza. Walikuwa wakipata nimesimama hapo. Pengine hapa anafanya kitu naambiwa unafanya nini hapa? Pata nakwambia sijui ni spirit gani iko huko. Napata bio. Wewe sasa. Mimi napata nikiwa. Kwani ulikuwa katoto? Hata hiyo ndio nishida. You know madhe mimi nikimpata hiyo time vile nirudi. Nashangaa mbona madhe ana behave. Sasa yeye ndiye alichukua position ya first born. Lakini sasa nilikuwa nishamzoea. Nimeshakuwa jua madhe ni muoga. Madhe anakuwa muoga ile design yani hadi anaweza tembea kwako. Unaona ile biscuit tunampea kama hiyo biscuit. Ataweka kwa mfuko. Anaogopa kuuliza iko wapi dustbin. Juu alikuwa ameko ile uoga, unasikia ile uoga. Yaani unaweka mtu uoga, karibu haezi kula kitu hajaambua ni yake. Juu huko ilikuwa restriction. Hadi unaogopa kujitingiza kwa kiti. Juu one thing my dad akiingia kwa nyumba. Do you know the funny thing mimi hatujaika. Unaona vile unasikiaga son na dada wanakanishana nyumba ati kwa sitting, watch TV na mnaweza ongea. Ama mnaweza bebana kwa gari na mpige story. Mimi kwa maisha yangu hatujaikaanishana na dad hivyo. Unaona vile tunaongea hivyo. Tunaweza cheka na kumwambia mzee hivyo. Wewe mzee alikuwa anajonga yani wale wazee wa kitambo. Ni kijana wewe heshima zako jiweke. And I remember one day wacha niwapatie before tuendelee. Nakumbuka kuna siku rafiki ya dada. Unakumbuka akiwa amekuja kwa kanisa. Akakuja akatuambia ati rafiki yake huyo rafiki yake kuna kijana wake alikuwa ametoka majuu. Kukuja airport, juu dada alikuwa amemwescort tu rafiki yake aenda akachukue sande ya huyu jamaa. Ati ile salamu yenye kijana alikuja akasalimia babake nazo. Siko nakumbuka kitu kama hiyo. Unajua mambo mingi David sio kutaka. Unajua kijana ametoka US. So amekuja, yo what up daddy? Hey man, you getting old nigga. You're getting old dad. Man, you getting gray hair. Anamguza kichwa hivyo. Dad kuona hivyo. Sasa hiyo kitu ilikuwa topic kwa kanisa. Ati hiyo vijana wanakosa adabu nisiyoisikia mtu ameenda majuu. Nimekumbuka sasa. Vijana wanatoka majuu wanakuja anaanza kusalimia wazazi wao salamu zingine vile. Unajua ile uafrican fulani yani mzee alikuwa nayo kama dictator fulani. So dada aliishi hivyo yani kutuweka hiyo lifestyle ya akiwa kama mzee wa nyumba mfai muongee. Yani amwezi kaanishana mshare. Na ndio maana mimi huambia wazazi wote mzazi yote yuko pale. Wacha kutitu mtoto wako kama adui. Ama unataka kumuuzia baridi ati ajuange wewe ndio baba ama wewe ndio mama. Juu hiyo kitu ina affect yule mtoto hata ikumbuka siku moja ule mpea mapenzi. Kwa mimi dada hadi kuhaga. Unaona kuhaga? Kuhaga ni ile time mimi nilienda kuhimara. Unasema wewe. Wacha wewe ni mtoto. Niulize mimi. Siku yenye tulikutana hivi akiikia kwanza ni muhaga.
Haikuwa nilihagiwa huku nje na akina watu kama hawa tunakutana. Unajua nilishangaa hata Wamoyo wakati Peterson walikuja. What do you mean? Apotige wakati hata Wamoyo wamekuja hata Peterson. Mimi nilikuwa naona kidem tunafanya vijana hivi mpaka kwa kanisa ama wanaendaga wanafanya hivi. Naona wazee tunakutana nao wa kanisa. Wanakuja wananisalimia wananifanya hivi. Nasikia kukaa hapo kukuamilia. Sababu nasikia kukuamilia. Sababu ni sababu hakuna siku alikuja ati ametoka. Unajua mkikutana tu na hadi baby nimeona siku hizi nimejua vile kuna idadi unamuhaga wewe unamuona unahepa hivi sababu ile jicho wanakuja nayo badala ya hagi ni kukuja kuniuliza hapa mnakaa tu siri ya mwezi pa unaona takitafadhali wazee. Na by the way, unajua unaona kama huko kwetu Murang'a kuna hiyo tabia. Wazee wengi ni madikteta. Wazee wengi kukupea hug. Sasa ni nini hizo? Yaani mimi nimekosa kazi ya kufanya. Ndio napita sana kufika Nairobi. Anaenda anasalimia anaona kama msichana kamekuja Wamoyo niliona ameshangaa wakati alifika pale. Akaenda kwa kanisa akasalimiwa naona kijana mpaka ananiangalia. Yaani unafungiwa, yani unakuwa fala. Yaani kwako hug ilikuwa shida na you deserved. Ni tabia baya. Hata kusimamishana hivyo atuonekana mzee angekuona. Mimi nakumbuka nikiwa high school. Alafu ile umepatana na Kadem Funky, alafu mnapatana hivi. Achana peana ile story Davis sababu peana. Na nimeikumbuka wakati tumekaa tu hapa. Nikaona hiyo hatujai peana. Unakumbuka sababu ile kitu tulikaa tukaonyeshwa kijana hawafai kusimama na msichana. Kwa hivyo hiyo kitu hata mimi nilijua hivyo. Sababu ile kanisa msichana hageongea hata kama ni masisters amugeongea. Kwa hivyo siku moja Davis mliongea na yule msichana. Unakumbuka hiyo vita uliona hiyo siku? My friend ya kuongea na dem. Wewe. Lakini ni mimi nilikusema. Ni mimi nilimsema. Sababu huyu ndio nilipanda hadi juu ya gari bwana. Kwa bonnet ya mzee. Na unaona hapa au yeye kuongelesha dem. Naambia unaweza wewe umekuwa sasa unajua sasa unasemanga ndulele. Umekuwa wasichana wote waitora wewe ndio unaenda kwa wasichana wote wa mtaa. Umeanza tabia sasa. Umeona umefika. Wewe. Liono mbaya sana. Alafu naanza sasa na mimi sasa sitaki kuregret sababu naona na mimi sitaki kutupa kijana wangu aanze tabia mbaya. Na ninajua kuongea na msichana hakuna kitu kingine wanakuwa wakiongea. Ni tabia mbaya. Wameshajua wacha kuita tabia mbaya. Wenyewe kila tabia mbaya inakaa bila mbaya sana. So life yetu ilikuwa hivyo in short, yani tukiwapea story kama hiyo I'm sure pia kuna watu wengine wako na lifestyle kama hiyo. Yani life yetu tulikaa ni life moja yani hii mtu wa dunia yani tuko tunaishi dunia yetu. Tuko tunaishi dunia yetu. Yani mzee ni yule kuna ile father love hakuna, love ya bibi yake hakuna, ya watoto hakuna, ni woga. Tuko tumeuziwa baridi. Kila mtu alikuwa mzee yani kama hadi mtaa yenyewe alikuwa anaogopwa. Yani ulikuwa mnakaa ni kama Al-Shabaab anakuja. Kama Somalia yani uko anytime unaweza lipuliwa. Nakwambia mzee alikuwa anaingia hivi akipiga akihutu tu gari hivyo. Mko mnapata kwenye unaonanga mende zikipotea hivyo. Kila mtu pande yake akiangalia pande yake kama uko sawa. Hata kama kuna mtu ako na familia anatuangalia, jifunzeni tu na sisi. Usiweke watu hiyo. Na kwanza mimi ile maisha niliwekwa. Watu hawahagi bibi zao. Hebu ambie. Mimi nawaambia kama uko hapo na uko na bibi kwa nyumba, tafadhali hagi huyo bibi. Sababu mimi sikupata. Si mimi nakwambia wazee wako watu Murang'a wako hivyo. Wazee wako watu Murang'a akuhaga. Unaweza enda kufanya kwambie sasa wewe. Yaani kwani unatembea na nani siku hizi? Yaani badala uhagi bibi yako unamuuliza ati kwani siku hizi anatembea na akina hata wakumbukangi kuambia bibi na wanampenda. Sijawahi ambiwa hiyo jina unaweza kwanza wazee wa Murang'a unajua nimetoka huko. Unamuuliza kwani huwa unipendi? Anakuuliza kwani ile shopping nilifanya jana nilifanya juzi kupendi? Sasa hiyo ni unga, sukari na sabuni.
So life yangu ilikuwa hivyo na dad ni juu ya ile lifestyle yenye alikuwa ameka mama. And unajua sasa mzee alikuwa na do. Alikuwa na pesa sana. Na madhe juu alikuwa ashajua sisi ya kile kitu tunajua. Hatujui story na life huko nje vile tu. Yaani kuna watu wanajua kukuweka hadi unakaa maisha yenu. Yaani hata uwezi jua maisha huko nje vile inakuwa. So madhe alikuwa ameka your life. But fortunately at least nilikuwa naona vitu za ziko nilikuwa naambianga madhe. Naambia dad venye anakutreatingi si hivyo venye inafaa ikuwe. But it's so unfortunate cause sasa hakuna kitu tunaweza fanya. Madhe alikuwa anaweza sasa nitafanya. Huyo ni mtu wa Mungu. Unaona? Mtu wa Mungu. Ni mtu wa Mungu. Ni ile heshima ya ushago ya pastor. Na mnakaa town. Nyingine nilikuwa nayo. Mimi nilimaliza tu form 4 hivi. Kumaliza tu vile nilimaliza mwezi wa 5. Nishapata mtu. Madhe alikuwa green. Alikuwa green. Hebu tupe hako ka story vile mlipatana kwa sababu unasikia unajua hapo unaguzanga tu tukiongea story unaenda umepita ulimaliza form 4 kama umechomoka. Hapana. Sio kushomoka. Nipatie ile maji ndio niendelee na kuongea. Haya. Nipatie hiyo maji sababu nikikunywa nitaweza kuongea. Acha kwanza nikunywe ndio ndutede to. Sasa mimi nimemaliza form 4. Kumaliza form 4 1994 ndio nilikuwa form 4. 95 na bado hiyo wakati sikuwa wa Ukorino. By then nikiwa form 2 kutoka nursery mpaka form 2 nilikuwa nataka kukua sister wa kanitha. Sister hata tulikuwa tunakuja hapa Karen, utanipeleka hapo nikaone hiyo mission. Tulikuwa tunakuja hapa hiyo Yagong. Tulikuwa tunakuja huko semina tukiwa wasichana. Ma sisters wanatoka huko wanakuja, tunaongeleshwa, tunakaa mzuri. Kwa hivyo kama ni Catholic wenye wananitazama wa kwetu wanajua sile Zaburi inaitagwa Psalms. Hiyo Psalms ya hiyo kitabu ya Catholic nimesoma yote, nikamaliza na tena nilikuwa naisoma na kuiba. Kwa hivyo wakati nimemaliza tu form 4 nikakuta mam ashaokoka kanisa ya Ukorino. Na mama alikuwa wa Catholic na mimi ya mama bado wako no last year ndio whatever lakini ni mambo. Haya leo sasa nikafanya nini ngoja nirudi sababu unajua umeniuliza baba ya mama nikaanza kurudi nyumba Karen mama akakuja kwa Ukorino. Haya mama 95 nikakuta mama ameokoka kanisa ya Ukorino. Na by then mama alikuwa anafanya kwa NYS, alikuwa Kitalesu huko. Ametulea akiwa Kitalesu huko. Sasa wakakuja kulikuwa na sasa alikuwa anafanya by then alikuwa anafanya Gilgil. Wakati huko tukifuga shule tulikuwa tunakaa na shosho. My mom was a single mother. Kwa hivyo nikakuja Gilgil, nikakuta mama ashaokoka kwa Ukorino. Na ndio akaniambia sasa tutaenda kutembea kwa kanisa. Kulikuwa na kesha. Nayo ile kesha watu wa Thika kulikuwa na branch nyingine sasa hii ya kina Kamotho. Na kule si unaona hata PC mnakuwa na branch nyingine. Kwa hivyo walikuwa wanakuja huko. Kwa hivyo wakati tuliingia kule mimi by then sikuwa na kitambaa lakini nilikuwa na ile kitambaa tulikuwa tunajiwekelea by then zilikuwa top. Kitambaa kingine tunajiwekelea hapa tu. Tukaingia. Wakati tuliingia tulikuta my brothers wako pale. Na sasa sisi ndio tumeingia na ma sisters au Wakorino wote na wao wamejipaga. Sasa tumeingia kama tuko late. Sasa tukaingia na mam na tukaingia na sister mwingine wangu. Tukaanza kuenda tukiwasalimia. Na kuambiaga mambo sijui inakuaga aje. Wakati tulienda masho yangu kwa watu wote ilispoti mtu mmoja. Kumbe naye macho yake imelispot. Haya, sasa tumespotiana bila kujua. Lakini tukaingia tu. Sasa ndio tukamaliza tukaanza kutoa ushuhuda. Unajua mtu anasemaga ametoka wapi. Kwa hivyo tukimaliza mzee alitoka na hapo nje akatukuta na mama akaokesha ikiisha akasema. Sasa alikuwa kijana. Alikuwa kijana.
akasema na yeye ametoka Nyeri. Si sasa umepata mtu wa kwenu. Na mimi sasa akaanza kuuliza umetoka Nyeri wapi? Naye tukasema hata nilisomea, kumbe nilisomea kwao. Kumbe nilisomea huko kwao. Nikaanza kumwambia tuko hapa tumesimama mpaka mama. Tumeanza kujuana. Hakungojea hata uhuma ombe na. Hapana, tuko hapa sasa sisi wote. Hiyo siku hakukuwa na masimu, sikuwa na simu, kulikuwa na masimu. Sasa tunaongelea hapa na hata ngoja uende nyumbani ati akutafute tena. Ati alitafute tena ni hapa tunamalizania. Kwa hivyo akasema kwao ni Nyeri, mimi nikasema kwenye nilisomea, akasema pao ni hapo, wanti yake mwenye uliona nimemhost akaniambia ni hapo. Sasa tukajuana hivyo. Unajua aliambia mama aje sababu ataenda jioni, wacha nikajue nyumbani ndio siku nyingine tukikuja huku naweza jua mahali nitawapata. Haya kama alikuwa hunter haraka speedy. Kwani ulikuwa wacha nikupatie mambo. Uko na kapicha hizo tupicha tu kitambo. Hizo tu kitambo ni vile walishoma. Ndio kage wale 90. Hiyo na tindi. Hiyo ni 2019. Haya. After kumisiusiwa. What do you mean? Hii umeona hapa ni 2019. Kwa jadi Dheba. Okay. Sasa tulitoka hapo siku ya kesha mpaka nyumbani. Mligoja kesha iishe? Kesha iliisha. Tukaenda sasa sisi wote. Sababu anaenda kujua nini. Sasa tukaenda. Mama hajakombolewa kijana, si ugoja hata kesho. Akiangalia geni, akiwa mama wenye wako hapa mpimage mambo. Mama hakuenda, tulienda hivyo. Tukiongea. Na by then mama alikuwa ameanza kuambia watu, sababu nilikuwa nimeambia mama naweza taka kukuwa mwalimu, naweza kuwa kutaka agriculture, nilikuwa napita. Agriculture nilikuwa napita sana. Kwa hivyo nilikuwa nataka kukuwa agriculture. Leo wetu tukafika kwa nyumba. Kufika kwa nyumba ndio akaambia mama, by the way kama huyu msichana wako amemaliza shule kule Thika kuko na kinini mingi sana. Hiyo jaro ni kali. Sikia kuna company mingi sana. By the way akubuke alisema about hii ya Reba. Na huko anajuana na watu. Kwa hivyo sababu anajuana na watu na yeye unajua mzazi wakati mwingine washanegedi kuona kama mtoto ni burden kwa nyumba. Sababu ati umesikia tu stranger amekuja na ameanza kusema kuna kazi na unapeana mtoto by the way. Mama kaona hii mzigo acha iniondokee. Akaona akasema huko anajuana. Mzazi wakati huo hakuwa anafunguka macho, anaona mbele, anaona tu kazi. Kile ajui kijana amekuja leo na ameniona leo. Ni mtumishi. Mtumishi wa Mungu. Ni kijana mzuri wa church. Na unajua mama wote wanatakaga wasichana wao leo na vijana wa church. Haleluya. Sasa akasema ananipeleka kasi wapi? Wareba. Kwa hivyo ikasemekana hiyo week mimi nitayarishe nguo zangu, atakuja siku fulani kunikujia. Na nikakujiwa niende kwa Reba kazi. Kwa Reba. Kukuja nikapelekwa mahali hapa Thika. Mahali kwa pasta mwingine. Ukasemekana huko ndio wakakuja na yule pasta. Walikuwa na mpango na yeye. Kwa hivyo wakakuja wakanishukua na nguo zangu. Na makaratasi sikuwa na makaratasi. Mama hakuuliza unaenda kulala wapi? Kwani unalala kazini? Sinaenda kwa pasta. Kuna pasta mwingine amekuja. Ako na bibi. Unaenda kukaa huko? Nikae kwa huko kitambo niandikwe. Ndio nipate nini? Ndio nipate kazi. Kwa hivyo huko wakati nilikuja huko kwa huyo pasta jamaa wa kanisa unajua walikuwa wengi. Wakaanza kukuja. Huyu analeta maziwa kibuyu mzima. Wako huku. Na waonaka najua wanafikiria ulikukataa. Wewe wakaanza kukuja. Kwa pasta? Kwa pasta. Kwenye niliwekwa. Maombi ama wanakuja kuleta? Na mimi wanakuja kuni-encourage na kusalimia dada wa Girigiri kwa kutoka Girigiri. Ni ku-encourage tu. Kwa hivyo ule mjamaa wakati aliwakuta huko siku 2-3 akanikalisha chini. Akaniambia huku sitaki kusikia umetoka na mtu. Mimi ndio nilikuleta huku. Unaona vile? Mimi ndio nilikuleta huku. Unasikia wewe? Anza kuona vijana wanakuja. Unasikia wewe? Usiwahi toka hapa. Na tena wanakuja ni vijana wa Thika. Ni vijana wa Thika. Ni wabaya sana. Na ni wabaya sana. Sababu kuna mmoja alikuwa amekuja akasema tuende tukaencourage watu kule Kaisajiro kwa kina Boro. Boro huyo naonaka watabita kwao.
kuna wadugu wa huko alikuwa amekuja akanishukua akaniambia tuende tukae college watu huko kwa kanisa na tukapitia kwao. Lakini tu tulikuwa tunaenda tukiongea tu mambo ya Mungu, hakukuwa na kitu. Hakuna mambo tuambie tu kweli. Ndio kweli tu. Ilishapita, unaanza tuambia tu kweli juu hiyo story ishapita. Hapana, hao walikuwa wanapitia bali. Hapana, hao wengine walikuwa wanapitia bali. Lakini hapa unaona ule ndiye anaona, mimi sioni. Ule ndiye alinionea. Kwa hivyo akakataa mtu mmoja hata mmoja kukuja. Kwa hivyo wakati amekataa. Wewe ungehepa kwani hakuna kazi, ulipelekwa kazi direct? Hapana, si nimeambiwa nigojee kwa nyumba. Sasa yuko kwa pasi unangojea? Sina ngojea. Lakini jioni anakuja anapelekwa mahali na kunywa mandazi mbili na chai. Unajua alikuwa kwa mjengo by then. Sasa hiyo mandazi mbili na chai, mtazamaji, ndio kuku na chipo ya siku hizi. Unaona, hiyo nilikuwa naenda nakula mandazi mbili. Hata kama umenunua mandazi mbili na chai utakataa? Na huwezi kataa. Na by then nikanunuliwa raba, nakumbukaga tu viatu twa raba. Nikanunulia. Ilikuwa tutatoa hapa bahali tulinibata. Bata iti jega. Ine jega. Sasa unaona. Kwa hivyo pale wakati tumekaa ni kukaa sasa hao wamekatazwa, ndiye akaniambia sasa. Turadie gwakwa. Saa ngapi? Leo ni moshi. Mamako anasema msichana wangu alienda kutafutiwa kazi na mtumishi wa Mungu. Kijana mzuri sana. Sasa mimi kuenda pale nikaambiwa ni nyumbani. Unajua ni pasta bado. Sasa hiyo kwenye ulikuwa unaishi umewaambia na ukachukua nguo? Sasa hii tujaongea mambo ya kuenda nikiwa kule kwa pasta, tumeongea na yeye. Kwa hivyo pale siongei. Kwa hivyo nikaenda nikatembea siku moja nikaona ni wapi. Na nikarudi maharaka. Nikakutwa tu kwa nyumba. Nilikutwa tu pale na kaga kwa nyumba. Penya na ukaona sio mahali pabaya vile. Unaweza kaa ukigojea kazi. Unaweza ukakaa. Sasa hatukumaliza, ndio nasemanga hatukumaliza hata mwezi huko kukatagazwa kwa kanisa. Sasa tutagoje, tunataka kufanya harusi. Tunataka kufanya harusi. Nani? Mimi mwenye alikuja kutafutiwa kazi. Harusi tena? Mamangu akapigiwa simu. Akaambiwa sasa kuna harusi. Unajua hakukuwa na simu by the way. Ni kuenda kuliedwa huko ndio abiwe kuna harusi, tutafanya harusi. Na tukasemekana sababu hatutagoja ile harusi ya kichungi, sisi tutaenda kwa kanisa, tuna invite watu. Watu waliitwa. Hata wamama wengine walikuwa wananiambia wadozi walikuja. Wakakuja, sisi tukaekelewa mikono. Ni ile ya kuekelewa mikono. Tukaombewa. Na tukaanza kuishi. From there nikaingia box kazi. Kwa hivyo hata huku ngojea net? Hatungegojea. Na tuliona hata kazi hatukuenda na net tuliona itakaa sana. Mpaka wa leo sikuenda kazi. Kwa hakukuwa kazi ya leba? Hakuna. Hako kalikuwa ka uongo kakukushika. Nilishikwa hivyo niligia. Unaona hata Abui wa Jehia. Makenili atea. Cheka huko. Abui wa Jehia huyu unaona hapa aliabiriwa kazi hata yeye. Watu wengi naona wakicheka hapa. Walitolewa kwao wakiambiwa kuna kazi mahali. Wanaenda kutafutiwa. Na unajua sasa hivi wako na 30 years kwa marriage. Na wacha nikwambie, kuna wakati nilifika nikaanza kusikia kauoga. Unajua sasa nimeambiwa ni kazi. Na huyu mtu tunaenda na yeye. Na ninasikia huyu mtu wakati tunaenda anaenda akinishika. Na hiyo si ni kidnap? Anaenda akinishika. Sasa mimi nilianza kuigiza uoga. Hiyo siku na akiwa sasa kuwa geni free. Kama ningekuwa na mama vile tunakaaga na hawa, kukua free. Nikemwambia hapa naona kama kweli vizuri. Lakini kwa hivyo wakati ninasikia nikienda kutafutiwa kazi, huyu mtu ameanza kuniharas. Sasa mimi nashindwa nitaambia nani? Na angalia hata pasta nimwambie. Hapana. Nasikia kuna kitu inanisumbua kwa akili. Lakini sina mtu wa kushare. Ni vizuri sometimes kuwa geni open. Wacha watu waache kukaa kama mapolisi. Sababu hiyo kitu nilikuwa naiona lakini nashindwa na kuambia mama. Na siku moja tulikutana na mama na nikashindwa kumwambia huyu mtu vile namuona hanipeleki poa. Lakini nikaona bado ulikuwa naive. Umetoka shule, hujui vitu mingi. So ukiharasiwa unanyamaza, unaona kama ukiambia mama utachapwa. Nitachapwa. Alafu tena huyu mtu anakuja kuniguza hata mahali unaogopa. Unaona aibu.
unaanza kusito unaipika. Unajua kale tustela kwa sababu unaona ni aibu. Unaambia unakapenda kanatoroka ama kanalia. Sasa huyo mtu alikuwa anakuja, naona aibu. Mimi hata sitaki kukumbuka hiyo wakati sababu nilikuwa na wakati mgumu. Huyu mtu anakuja kukuguza mahali unashindwa gani? Sasa nitafanya nini? Na ile time unakosea Mungu. Nataka nitaiti mko na kitaba na ni ile umeokoka umetoka unataka kukua sister. Ndio sasa unaona huyu mtu ako na tabia baya na tena ni mtumishi wa Mungu unamuogopa. Na huyo ni mtu wa Mungu unamuogopa. Watumishi wa Mungu akifanya kitu juu ya ile uoga unasema unajua ni mtumishi wa Mungu niko safe. Unaona? Sasa mimi hiyo kitu niliingia box hivyo nikiona tu nakosea mpaka nasikia tu kulia naona alafu na haibika hitaki kuangalia yule mtu. One month ulikuwa ushaolewa? Nilikuwa nishaolewa na sitaki kuangalia yule mtu sababu namuogopa. Ile kazi ananifanyia naona sio mzuri, sio fair kwangu, naona nimekosea. Wakati mama aliambiwa kuna wedding, aliruhusu tu iendelee? Imagine. Akiwacheni kupeana. Hakuuliza hata kazi? Hakuuliza hata kazi. Hata hakuuliza kwani kunaenda namna gani? Vile unaweza kaa ni kama vile niliona. Hiyo ndio advantage ya watumishi wa Mungu. Unajua mama alijua you are in safe hands. Imagine. Hata kama kazi haitapatikana, mtumishi amepatikana. Na ndio sababu hata wakati nilianza kufanyiwa mambo mabaya, mamangu alikuwa anaona tu ni mtumishi wa Mungu, ni mimi mbaya. Kwa hivyo hata wakati namwambia huyu mtu ananishapa, mama anasema huyo ni mtumishi wa Mungu. Sasa kazi hata hujaienda hata kuona huko kwa Reba ulikuwa unapelekwa? Hata ndio nimesemea hapa ndio watu wadhika wanielezee hiyo Reba inakuwaka wapi. Hata kama ni hata tudemand haki yetu hapo. Ulikuwa unapelekwa kazi? Nilikuwa napelekwa kazi. When was that? 95. 1995. Sasa hiyo ungekuwa kazi. Sasa hii ningekuwa kazi. Si unaona? Hiyo iko hivyo. Guy, okay. Kwa hivyo hiyo ilienda hivyo. Na niliishi kuna mambo mingi sana sitaki kusema hapa. Yenye nilijionea na basho by that time. Sababu mambo mingi sikujua. Anyway, wow. So tulikuwa kwa Davis. So Davis malizia ndio tuambie watu mjengo imefika wapi na nimewaekea ka video kidogo hapo wataona. Tunazidi kujenga na mama atatuambia the reason as to why tunajenga. The reason as to why niliamua kuwajengea atasema na tuambie tumefika wapi. So the reason as to why uliamua kusimama na mama. So the reason why nilisimama na madhe. Definitely singesimama naye kama ni angekuwa pande ya makosa. Mimi sitapata ingi makosa. So the reason why nilisimama na yeye ni juu ya vile niona anatreatiwa. Na ndio maana watu uniuliza, mbona unaweza unakaanga aje na mamako? Niko saizi mimi tu ndo nimebakia. Yaani hata sasa tukiwa na shida yote sisi wawili tu ndo tunaongeanga. But kuna siku moja niambianga madhe. Unajua shida tunapitia? Hizi tu ni sisi na Mungu. Juu unaona mkuu free na mama sana. Akipata kitu exactly. Kwanza ananiambia Davis huyo nikimuitisha tu ananitumia. Mimi namrushia. Afadhali nikose ka kitu. Watu husema mimi ni mkubwa. Unajua akinitaja anashinda akinisifu kila mahali. Davis my son. So watu udhani ni kijana mkubwa. But I thank God cause after kumwambia hiyo maneno hadi wa leo kila mtu hata dunia mzima ishaona. Na vile nilimwahi mwambia aliona. Cause nilimwambiaga nikamwambia siku moja unajua unapata watu wenye wameshawasahau, unaenda unapata relative unamwambia niko na hii shida. Unaona hayuko huko anakuambia ni kubaya. Narudi kwa madhe namwambia sasa tutafanya nini? Si unakunga na unasema kuna kazini yako fulani yako na kitu. Si ongea naye at least kama ni yake biashara. But I thank God cause in all saizi wanatuonanga. Wow. Saizi wanatuonanga na vile niambianga madhe sisi ndo tutajisimamisha na Mungu wetu. And that's when nimeshika kusimama na madhe na sidhani kuna siku nitaimwachilia. Na nataka mama pia aseme kuhusu ile aliambiwa ile nyumba itajengwa. Huenda hautahamia huko. Kumbe ilikuwa ni sisi tutakujengea yeye ndiye hata hamia huko. Hebu acha waambie hiyo story. Leta niseme. Sababu hii kitu uliona mpaka watoto wakiongea. Kwa nini ulisikia watoto? Ulisikia na watoto hata sio mimi. Ulisikia na watoto.
Sababu pale kulikuwaga na unabii. Kwa hivyo Mungu alikuwa ananena sana kwa hiyo kanisa. Si unaona? Isipokuwa hii. Ni vizuri tuambie watu Mungu hunena, ni kweli hunena, lakini wakati mwingine watu wana misuse hiyo kunena kwa Mungu. Wana misuse. Wao wenyewe wananena, wanasema ni Mungu amesema. Sababu before nifike pale, hiyo ndio inanifanyaga niseme watu hujitungia mambo. Sababu huwezi kaa na mtu for 20 years, uzae watoto 12 na ufumilie pale. Tulifumilia kwa shida, sababu huyu mtu nimekwambia alikuwa na afford tu kununulia mandazi 2 na chai ya 10 bob. Na tukaenda ikafika mahali tutokakuwa na mapesa ile unasemaga na magari. Ninashidagwa huyo Mungu mwenyewe. Sio ati pesa hamkuwa nayo. Sio ati ni pesa hatukuwa nayo. Si by when? Pesa lini? By the time mlikuwa mnakaanisha na yeye. Kuona hatukuwa na pesa. Nasema after kuona kupata watoto wote. By then tulikuwa na pesa ile unasemaga kuna pesa na magari iko hapo. Lakini hiyo ndio unabii yenye inatoka inasema after 20 years anakumzalia watoto 12 anasema Mungu amesema nitehegecire. Akaoa mwenye akaoa ni vile unabadilishiwa. Nani alibadilishiwa wife? Ni yule tunamuita ni Jacob. Wanasema ni kama hivyo. Unaona? Kwa hivyo ni ashadelio kirathimo. Kwa hivyo blessings yake ilikuwa Tabitha. Na Tabitha naye alikuwa ameoreka na Boro. Kwa hivyo hapo sasa nataka ashukue yule anataka ashukue yule. Ona, anataka ashukue yule. Kunyang'anywa wewe na watoto. Hapana, kama kunyang'anywa mtu tu na mjawana. Alipeana. Roho safi alisema hapa. Alipeana ni ile tu nasikiaga naweza kuja tu nikupatie hivyo, tunasema tutakuletea keki. Davis anaweza patiana mtu hao. Alipeana. Kivipi? Yeye alitokea kwa mitandao akasema mimi. Na by the way, unajua Paul alikuwa anakuja huko kwetu. Wakati nilikuwa nimefungiwa huko, unajua kanisa ilikuwa imerudi huko. Wanakuja Sunday service. Wakikuja Sunday service, si wanaiba. Kuna wakati before niambiwe nisipikiage watu. Sababu kuna mahali ilifika nikaambiwa sasa usikaribie watoto, usikaribie nini. Before waniambie hivyo, walikuwa wanakuja kanisa, sababu mimi nilikuwa by then nimekatazwa tu kuingia pale kwa kanisa. Kwa hivyo mimi ndio nilikuwa naambiwa niingie jikoni. Nakuja naitwa huko juu. Naambiwa teremka, ende jikoni. Nakuta nimewekewa ukabili hapo ya chapati. Wakiwa kanisa wakiabudu, mimi niko pale. Ni chapati. Ni chapati. Ni kupika. Na wapikia. Na ninapewa mtoto wa Tabitha. Sababu anasumbua pale. Nikuja nikapata ukipitiza. Ukashangaa. Ona, sababu anasumbua kule. Mimi pale ndio maid. Huyo mtoto niko naye kwa mgongo ananililia na bado nawapikia. Nikawapikia chapati na wapikia stew. Naweka pale. Ona, after kupika yote. Na unajua haki watu wa mama mchanuke, usikue kama mimi. Unapika pale na sababu umekatazwa kuzikula before, siwezi hata hoja niangalia hata chumvi. Hata mimi najiangalia kueleithia sababu nimekatazwa. Kwa hivyo mimi napika yangu ni kupika, naweka pale stew, naweka pale chapati, sioji mtoto wa Tabitha na muangalia nikienda kumchejia. Washa watoke pale. Hawa watoto wakubwa akina Lucy na watoto wa huyo mama wananipata, wananiambia pada sijakula. Ngojea chakula utaletewa huko juu. Unaona? Kwa hivyo mimi nawapatia watoto roho safi na pada naenda huko nakaa huko juu sasa. Na ngojea nikuje nisafiwe vile nitasafiwa. Ni mimi nilipika nakuja napewa huko. Na ngojea saa ingine. Sasa tena wakakuja wakasema kunaonekana ninataka kuroga wa kila mtu. Hiyo chakula nisipike. Kuna wakati nilipika haikukuliwa na mtu. Hiyo chakula tena na hakuna mtu alikula, nitaharibu food. Kwa hivyo hakuna siku ningetaka kuonekana hapo. Nilikuwa nafukuzwa naambiwa niende na mimi nakimbia narudi huko nyuma. So ndio kukawa na hiyo inaitwa unabii. Ikasemekana ati Mungu amesema sasa watahama Thika kwa hiyo nyumba. Okay. Na wakati wanahama kwa hiyo nyumba
ile nyumba inajengwa nyumba ya kifahari. Na imesemekana huko sitaonekana. Hapo ndio Kamotho alisema ati atanijengea kanyumba mahali nitafungiagwa. Ati nitakuwa nikiona watu natoroka. Akaniambia nitakutesea kwa hiyo nyumba. We utakuwa unaona, sasa hiyo umesimama pale upewe. We utakuwa unaona watu wewe unatoroka. Alafu hapo ndio wakasema ati kwa hiyo nyumba mahali nilitegwa na nikafungiwa, ati unabii nasema wa moyo alionekana. Akikuja akilia, akakuja kuniangalia mahali nimefungiwa. Na hii unabii. Anaambiwa wewe na ngoro unakaa tu kona hiyo roho ya mama yenu. Anatumia majina ingine makali na yani jina hata wewe ukiitwa hiyo jina unasikia hiyo majina na nimeka na watoto unaweza sikia. Hebu sikiliaga wakati wanapeana hapa utasikiaga watoto wakitaja hizo majina na Kikuyu Goro. Kwa hivyo kanyumba sasa, kwa hivyo ndio hapo Jimika alikuja kakaniambia baba amesema tunahama, na wakati tunaenda Nairobi amesema wewe ubebwi. Kwa hivyo mama ufanye hivi, si unajua kanaonaga vile watu wanahama. Wakati tutahama lori ndio itabeba vitu na sisi tubebwe na gari ya baba. Kwa hivyo wewe upande pale lori pale nyuma. Ujishikilie. Kajimika kiwa kadogo. Nani apande? Mimi upande kwa hiyo lori. Jimmy hataki niashwe na amesikia naashwa. Kwa hivyo washajua hapa kuna sasa ndio naona hata wakati mwingine nikiongea wakiwa hapo wanajuaga kuniliko. Kwa hivyo wewe ujishikilie pale ndio tukifika wakitoa vitu wakuone na hakuna vile watakwambia urudi sababu ushakuja. Sasa hiyo ni mtoto anakuchorea hivyo. Jimmy alinichorea mpaka wakati aliona, unajua wacha niwaambie Aki, kama kuna mababes wanatuona hapa tafadhali sometimes watu wa behave. Mzee anakuta watoto wamebakisha chakula pale na sababu hana kitu ingine ya kuniuliza ananipata pale pa. Na unajua kama hujakuwa hujakuwa aware, mtu atakukuta tu anakugonga alafu nikaona hapa atanimaliza. Nashindwa ni nini? Ninaambiwa ni chakula nawekea watoto vile utaweka sababu we ujui shida dudhukumaga. Sasa mimi nashukua ile food na mwambia washa nikule isipotee. Ananigoga na niambia hiyo ni madharau. Sasa unaona nikutoroka, nilikuwa najifuga kaleso sababu nilikuwaga nimeisha hapa tumbo unasikiaga kama iko ndani. Na ndio nasikiaga mimi washa ninone hata nikinona wasitete. Nilikaa nimekoda sana. Unaona ninajifuga leso hivyo. Kwa hivyo wakati niliona anakuja nikaona nikibie upstairs. Kwa hivyo nikikibia upstairs amenikibisha bio yake yote na mimi nimeenda. Hawa watoto wangu najua tu wote tulikuwa tudogo. Tumekibizana na zizi. Tunasema mam yangu ilikuwa hivyo. Mam toroka. Kwa hivyo kwa stairs nikamwashia shuka nikaingia kwa nyumba. Sasa unaona pale anagoga mlango anasema fungua hii mlango kitakufungua. Na imagine nilifungua. Wakati nilifungua hiyo mlango niliwekelewa sana, lakini watoto waliishi kuniambia mam uko na bio. Hata Jimmy alikuwa ananiambia mam uko na bio, mam baba hakuwezi uko na bio sana. Kwa hivyo Jimmy watoto walikuwa washa notice hapa mam anateswa, kuna vile mama apendwi kwa hii nyumba. Kwa hivyo wakati nilinyang'anywa huyu Ejo Maria akapewa kina Lucy, Jimmy kalikuja pale. Jimmy kalikuwa kadogo lakini kalikuwa kananicholea. Kakakuja kaniambia mam, sababu wamekunyang'anya Ejo Maria mtoto, alisema mtoto wako. Sababu wamekunyang'anya mtoto wako sasa huna mtoto, fanya hivi, angalia. Nikapelekwa kwa dirisha. Nikaonyeshwa manyumba hii ya maplot. Kuna plot ilikuwa imejengwa mahali. Kakaniambia mam fanya hivi, eda utafute nyumba moja pale, uobe nyumba moja pale ukaage huko. Na ununue mtoto mwingine. Yeye ndiye ali prophesy about joy. Uende ukae kwa hiyo nyumba na ununue mtoto mwingine. Then mimi na Kani na Gladys
tutakuja huko tukaage na wewe. Unajua huyo mtoto ndiye alitabiri hii mambo tunapitia saa hii, sababu wakati Jimmy alikuja, yeye ndiye alitangulia kukuja kuliko akina Kani, ndio Kani wakuje. Alinipata na mtoto mwingine mwenye alikuja kuniuliza, kwani mama ulinunua mtoto mwingine? Nikamwambia hata sikuwa nakumbuka, nikamwambia nilinunua. Sasa akaniuliza, na huko kuna kuwaka na baba yenu ni nani? Nikamwambia huko hakukuwagi na baba, lakini baba yetu ni Mungu. Jimmy akaanza kuangalia, hakuna slippers, hakuna. Akauliza, kwani huko hakunaga vitanda? Kwani huko hakunaga slippers? Kwani huko hakunaga TV? Jimmy akakaa akiniuliza tu maswali mingi kitabo asoe. Alafu akaanza kuniambia, hapo kulikuwa ule mzee alikuwa mjengo, alikuwa tunamuita pastor. Kuna mzee alikuwa anakaa peke yake. Alikuwa pale kona. Sasa Jimmy siku moja akakuja akaniambia, mam, si ununue pastor akue baba yetu akaage huku kwetu. Very innocent. Na aliniuliza tukiwa na huyu. Huyu alikuwa amekuja. Jimmy akaniuliza, nikamwambia, Davis, utanunua ule pastor akue baba yetu. Kwa hivyo nimekuwa nikipitia mambo ya kuulizwa na watoto, especially about father. Mpaka nikaenda nikampatia pastor mwingine kwa kanisa anaitwa Pastor Kauda. Nikamwambia, sababu huyu mtoto tunasumbuana, anataka father figure, na ninaona anapenda hiyo upendo. Kwa hivyo nimekupea huyu kijana mkuwe free na yeye, mnaogeaga na yeye. Kwa hivyo huyo pastor alimuonyesha ile upendo. Kwa hivyo wakati wote Jimmy angemuona kwa nisa alikuwa anamkibiria, na yeye akikuja nyumbani anampatia mkate. Anasema, I want Jimmy to prophesy for me. Kwani ndiye ameachiwa prophecies? Jimmy kuna mambo mingi sana Jimmy alisema. Jimmy alikuwa anasema, na ninajua that is where I'm heading. Jimmy alikuwa ananiambia, mama, tuseme uko na 1 million. Baba ako na shilingi. Unaona? Sababu Jimmy aliona hata mama pesa hanaga, lakini anakutaga baba yake. Kwa hivyo hakuona ikiwa fair baba yake akuwe na pesa mingi, mama yake hana. Hata wakati wananiitisha all the time nawaambia sina, and then muitishe baba yenu. Hakuna wakati mahali. Kwa hivyo Jimmy alikuwa naona it is better hata mama yake akuage na nini. Na by the way Jimmy hata saa hii akienda umpatie pesa mahali, analetaga mamu, weka kuwe na pesa mingi. Mamu weka ukuwe na pesa mingi, hiyo inakuwaga. Unajua kuna wanaume wanasemanga sio vizuri mwanamke kuwa na pesa. Kikuyu men, most of them wanasemanga, sasa si na provide, unahitaji pesa ya nini? Sasa wacha. Ungetaka kuambia aje? Wacha nikwambie kwanza. Wacha hao wanasema about money. Mimi ile maisha nimepitia. Mtu mtasamaji. Mwenye ananitasama, singetaka hata mtu mmoja apitie ile maisha. Unajua ni kwa nini Farodhi unaonaga mtu ameniletea nguo nasikia from all the way from UK. Viatu. Mimi naifaiaga kama ni saa hii umepewa hiyo mzigo, natakaga naifalie huko kwako. Niende nyumbani nikiwa nayo, ikiwa mpya. Kwa nini? Farodhi mzee amekuwa mtu mzuri wa kukuletea mpaka manguo. Anakuletea nguo kwa nyumba. Lakini wakati amekuletea nguo kwa nyumba, si unajua ukiletewa nguo mpya, kwani nitaletewa ikae ikitaka nini? Si unafaaga. Kwa hivyo nikiletewa, ikifika on Saturday, unajua tunajuaga kuna nguo za kanisa. Ikifika Saturday, unafaa ile dress mpya. Unajua zile dress za Wakorino inabatanaga na kitambaa. Si unaona? Unafaa na kitambaa, unafaa nguo mzuri. Unateremka sababu sasa mnaenda kanisa, kulikuwa upstairs. Kwa hivyo unaenda downstairs. Kiwa smart watoto wanakuwa wakwambia, oh mom. Sasa kufika pale kuna ile kiti mzee alikuwa na jiset na raraga pale. Hiyo kiti ameiweka mahali pasuri, kwa hivyo hata ukiteremka downstairs anakuona. Ukienda hivi hiyo kiti inakumulika mzuri. Tena kulikuwa na vioo. Kwa hivyo wakati ninateremka pale, mtu amekaa chini na kuangalia vibaya. Ndio nasema hiyo atahagi. Unajua hiyo wakati angeniambia kambe
anakugonga hug na kekisi. Si unaona at least unateremka pale anakuangalia na kuuliza wewe unakuaga na kishwa mzuri. Unakaga kama tu mtoto. Unafurahiaga. Sasa hiyo watoto wako pale sababu wamewapatana na wewe. Vile uko smart, tunaonaga tutoto ni innocent. Wanapatana na mama yake vile ako smart, wakikuangalia wako pale. Unakaa tu kama hawa watoto. Nguo ukiletewa huwezi weka kitu yako mzuri uweke siku ingine. Ni hiyo tu kuvako. Enda utoe. Na unajua tunaenda kanisa. Na unaona tunaenda kanisa. Hebu angalia ile mood ya unaenda kanisa ukiwa na hasira, unarudi sasa. Una imagine ukitoa ile nguo sasa uanze kutafuta ni gani imechapa ndio uvae hiyo ionekane kama ndio hiyo. Kwa hivyo na unajua ukifika kwa kanisa hutaki kuenda kama umekasirika. Sasa ule mtu amebeba hiyo kitu. Tukifika kwa kanisa ndio mimi kumeanza watu wasimame kuiba tu. Washeni tusimame ndio tusifu Mungu, ndio sababu ametutendea mambo mazuri. Simameni. Mimi ni yule sitaki kuona delay. Unaonanga kuna wakati watu wanaambiwa wasimame waibe ni kama wanaangalia mama Nanidi ataibisha wanakaa. Kwa hivyo mimi nataka tukiamuka nishangamshe watu mara moja. Unaanza unaambiwa wewe nyamaza. Wacha tuibishwe na dada. Yaani hiyo chuki ilikuwa mingi zaidi. Wacha siwataji sababu najua wananiona na wanaelewa. Wacha tuongozwe na dada fulani. Na tukienda nyumbani hawa dada kwanza tukienda nyumbani sababu hakukuwa na gari tunaenda miguu. Na tulikuwa na saa hiyo ndio nilikuwa nabeba huyu, walikuwa nakuja kunisaidia. Wacha niseme hivyo ndio wajue ni hao na I'm referring to them. Walikuwa wanakuja kunisaidia sometimes kubeba hawa watoto. Sababu tulikuwa tunatembea miguu mahali pabali. Tunakuja na wao. Tukifika kwa nyumba mzee ndio huyo anasimama na wawekea juice. Siwekewi. Wanawekewa kila mtu juice. Ni wewe mama wa nyumba. Lakini hauna ile freedom ya kuenda pale ati sababu umefika ukute hii ni juice, ukuje uwekee wageni na wewe ukunywe. Uko na uoga kwa nyumba yako. Ndio nanunuaga hata soda ile kubwa. Siku ingine tulinunua na Kamoyo kwa supermarket 2 liters. Nilimwambia kwanza, wakaniambia mama ninasikia kiu. Nikamwambia soda si ufunue. Ukunywe kwani kuna nini? Kwani Wamoyo alikumbuka akaniambia sasa uko soda ilikuwa moja na ni specific person. Queen cake. Wamoyo aliniambia kama ni baba pale. Hiyo muhahe ungejua iko. Imagine watu wa behave. Sababu wale watoto hata kosa ikitendeka kwa nyumba mtoto amefanya kikosa wanamkubakaga kama ni angefanya. It is very bad. Kwa hivyo hiyo ilikuwa hivyo. Unajua nimeshtuka juzi ukiniambia umepata birth certificate karibu at 50. Sasa hata itakusaidia kweli? Birth certificate umepata karibu na miaka 50. Unaona hiyo miaka 50 unasema si nimeswim na miaka 50 ni certificate itanisaidia. Nimeswim na miaka 50. Unaona kuswim na hiyo miaka yangu by the way unaona sasa na turn 48 lakini nimeswim mara moja. Na ndio nimeswim mara moja. Ukipatana na wewe uliniambia hata ID huko unajua kama inaweza toa pesa. Washa hivyo. Mimi sijawahi jua sijawahi jua inaitagwa aje Yusufu. Yani umuhimu wa ID. Sababu nimeishi na ile ID kubwa. Hata wakati mmoja nilitoa mtu alika yako akauliza hiyo ni nini. Alafu hata wakati nilipata ID ilikuwa bagati ya Rem. Alishtuka akashindwa hii nini. Nilikuwa nimeenda kusema ni hao walikuwa amenipeleka na my sister ati nifungue bank. Anataka sasa kutoa hiyo aliuliza hii ni nini. Akasema wacha ngojeni. Kumbe alienda kuuliza manager. Sababu namwambia ni ID akashindwa nini ID ya wapi. Alafu haikufungua sababu ilikuwa invalid. Kwa hivyo 2020 ndio nimekuja kufungua my first banki yangu ya kwanza. Na alafu wakati nimefungua
hata kwanza sikujua muhimu wa ID. Ilikuwa sometimes inapatikana pale, hakuna mahali nimewahi enda. Nilikuwa nashinda kwa hii kitu watu wanasema ID inakuwa kazi gani jameni? Unaona? Unakaa tu unasikia kuitupa. Si unaishi kwa nyumba. Hata iliishi ni vile tu ni grace ya Mungu. Haikupotea. Sikujua. Kwa hivyo hata hakuna mahali nimewahi enda nikasikia ati birth certificate zinakuaga na kazi. Sijawahi kuwa, sijawahi tishwa. Kwenye ulienda kuchukua si walishindwa kwani wewe? 48 ni unachukua birth certificate? Hata kusikia ati nilizaliwa kwa nyumba hata zikuwa ninajulikana. Walishindwa sana. Walishagaa sana, lakini vile waliona nimeishagamkia wakati nilipewa na kuipiga mafoto hapo na kusabasia watu nishapata birth certificate. Ni kama ni title. Ni kama ni title. Hata by the way na gari inakaaga hapo karibu na kitanda. Siwezi lala kama sijaiangalia, naambia watoto angalia ni jina hili, jina ya nani? Wanasema ni ya Virginia Wangari. By the way hata ukiona nikiongea hivyo I'm so happy because of that birth certificate. Yes. Kwa hivyo yani ukioa mtu hata kama umeoa mshaba, hata kama umeoa mtu ametoka tu shule, mshanue jameni. Washa kumweka pale tena unamuongeza ushaba juu ya ushaba. Utekage advantage ya huyo mtu sababu hajui mambo. Sababu kama ni sahihi na hata wasichana wenye wananiangalia before uingie kwa hiyo nyumba washa huyo ajue ni 50-50. Pale uko na sauti na yeye ako na sauti. Sio ati mtu mmoja ndio anaweza, unajua ile tulimweka pale ati mtu mmoja ndio ata make all the decision, ndio naona alienda ametuweka kwa shimo sisi wote sababu hakuna mtu bila kuuliza swali. Sababu hata wakati anakuja kuna wakati walikuwa anakuja na Tabitha wanaenda wanasema ni wanaenda tuseme kama ni kesha wanaenda kuumereria do na huko ku encourage watu na widows wanaenda wote wawili. Hauna sauti. Unaona? Hata Tabitha wakati nimepata Veronica najua no tuthiete wega tumeenda tu vizuri ama tutakata tuko na mambo mingi tutapoza hapo hiyo story hiyo ya Veronica ndio tutaenda. Ya Veronica ndio tutaanza hapo. So hebu tuambie kwa nini tukaamua kukujengea? Sasa pengine kuna mtu wako pale na halijui. Mimi naitwa Virginia Wangari. Mimi ni mama wa watoto 12. Na ni mama mwenye alipitia njia yenye singetaka watu wengi wapitia. Na nilikuwa na mzee kama vile mko na wazee kwa nyumba. Hata isipokuwa wengi wenu sio mapasta, wangu alikuwa bishop. Kwa hivyo nilikuwa wife ya bishop. After 20 years ndio sasa unabii kakuja akasema mimi sio bibi yake. Kwa hivyo ikaenda hivyo nikawekwa nje na wale watoto 12. Na after kuwekwa nje na wale watoto 12 kukawa haupati ile usaidizi tena. Na pale kwa nyumba yangu ikarudi my best friend anaitwa Tabitha. Alikuwa friend wangu wa dhati by the way. Ni vizuri mtu achunge marafiki. Uenda rafiki yako ndio ataingia kwako. Ndio nasemaga hivyo. Huyo mwenye anakuchekeshanga jichunge sana, anaweza kukuchuja uwekwe hapo. Uwekwe hapo kama vile niliwekwa. Mimi nasemaga wa mama wenye wananitasama mkue macho. Washeni kuashiria msemage ati ni dada. Ni rafiki yake. Ni rafiki yake. Unataka dad. Ni dad. Unaona? Si unaona? Huyo dad ndio atageuka akue babe. Unaona? Ndio atageuka akue babe. Bali hiyo inaendaga aje? Unataka kuwa dad na kuwa babe. Ilikuwa hivyo. Na wacha nikwambie Farodhi, hata wa leo badala ya kushangaa badala ya kustuka mimi swali moja ijawahi igiana na sijui hata nani atairudisha. Ni hao watarudisha wakati watakuja, sababu watakuja hapa kuongea ndio watatuambia. Na shidagwa bishop alianzia mshirika aje na akamuinua guo. That the thing yenye inakuaga pale. Kwa hivyo huyo rafiki yangu ndiye alirudi pale kwa nyumba na akakuja na watoto wake 5 akaasha bwana yake akaingia kwa bwana yangu. Na huyo msichana mimi ndio nilikuwa wakati alikuwa kama msichana watu wasimuone vivo. Wakati alienda kuoleka akiwa msichana mdogo nilikuwa na watoto 5.
by the way. Peterson ndiye alikuwa mdogo wakati alioleka. Kwa hivyo mimi ndio alikuja pale kwangu ndio nimfunze tabia ya kukaa na bwana yake. Badala ya kumfunza ukamkaribisha. Badala ya kumfunza nikamkaribisha na akajua vile atakuja kukaa na bwana yangu. Akakusoma, akakutoa, akanitoa. Sasa yeye akakuja akakaa pale. Kwa hivyo wakati tumekuwa pale tumekuwa na changamoto mingi sana na wale watoto na ndio sasa niko kwa mama yangu kwenye familia wanaweza toka siku moja wasimame akwambie toka, wakaniambia nitoke, wanataka kugawa mali na pengine hata ukikaa pale unaweza tazama watu uone vile kunaenda hata majirani uone hakuendi vizuri. Watu wakiuliza kwani mama yake, hata watu uniuliza wakati wowote mwingi sana wakati ninasema niko kwa mama unaona tu mtu ameniandikia ama ananipigia ananiuliza kwani hamuna sisters wengi na brothers wengine? Ni wewe tu. Unajua sababu umekuja ukakaa kwa ile nyumba. Kwa hivyo wakati kuna maswali kama hayo ama wakati hiyo ndio tuka-approach sasa Farodhi wa Thayo tukamwambia kama anaweza tusaidia kusimama na hao watoto wajengewe nyumba ndio wale watoto wakae mzuri, sababu hata mahali watoto wanakaa tunakaa tu pale. Hata kwanza mimi nakaaga na hao watoto wasichana wakubwa na sababu pale tuko iko mlango ni wazi najikutaga tunalala na wale wakubwa lakini asubuhi najikutaga wote ni kama wamekuja kwa kitanda yangu. Kwa hivyo hata wakati unataka kutoa nguo na wakati unafanya hakuna privacy pale sababu nyumba mtu atakuja amefungua akukute ndio unafaa na sababu vitu zake ziko huko. Kwa hivyo hiyo ndio imefanya unaweka nguo zako zote kwenye za watoto ziko. Kama mtu anakuja shughuli zake kuja kutoa nguo zake anakupata ndio unavaa nguo. Sasa wacha nikwambie Farodhi, kuna maisha niliishi kutoka wakati nilitoka huko kwa mzee. Ile maisha tuliishi pale na wale vijana sababu tulikuwa mdogo kuliko hii yako hapa. Na hiyo tulikuwa tunalala vijana wanalala saidi akina Peterson na Nyanyo wanalala saidi ya juu na mimi na Joy na Jimmy tunalala kitanda moja tunajifundisha kitanda moja. Hiyo ilikuwa inaniuma sana by 10 hata sikuwa na nguo ndio nipate hata matruza. Najua ukilala katruza ni kazuri. Zikuwa na manguo. Kwa hivyo ilikuwa inaniuma sababu wakati mwingine kunanyesha unaambia kila mtu afuge masho ndio badilishe nguo. Unaona? Sasa ujui kama wale watoto watafunga ama watafunga jifunikeni nitoe. Kwa hivyo hata mkuanika nguo zako hata saa hii vile tunakaa na hao watoto tunachea mahali pamoja pale hakuna privacy. Kwa hivyo sisi wote kutoka vijana na wasichana hatunaga privacy. Kwa hivyo ni kama tulishaganya tukakuwa tu kama ni my brothers na my sisters tukakaa hivyo. Yes. So na ndio maana tukaamua kukujengea na watu wa Farodhi wa Thayo TV na najua tumeendelea vizuri because nyumba saa hizi wakiangalia wataona msingi, nafikiri foundation ni kama imeisha. Kuna kavidio nimewekea saa hizi iko hapo, wakiangalia hapo wataona kwenye tumefika. Na kuna mtu amesema tuna 40 bags of cement. Amen. Hapo tutaziendea kesho 40 bags of cement. Tutakuja. Sijui wewe uko hapa utatupea nini ama umetupea pesa unaweza ongezea. Joyce Crack nasikia akisema ako na testimony tayari juu ya kutoa. Watu wazidi kubarikiwa, wanatoa akibarikiwa. Nimeona Joyce Crack hapa akisema ako na testimony. Thank you. Kwa sababu kuna vile Mungu amemfanyia atakupeana. So hiyo nyumba tunataka tuiharakishe. Tuimalize in 2 months time if possible. Juu unajua ikifika kwa ile mshipi ya kwanza lazima tungojee ikauke, alafu wakuwe wakijiandaa na kujenga fence na nini tukue mahali. Amen. So na juu tumejenga hii studio tunakuwa tunafanya hii mambo yote hapa. Thank you. Tuna brief kwa sababu kuna watu hawajui story yako. Kwanza tunawapea story alafu tunawaambia. So kama uko hapo na ungetaka kuwa part ya hii familia kubwa. By the way, you are joining the big family. Mimi ndani nilisha join the big family. Tulinunua plot na plot ushaanza kujenga. Na watu wamepeana moyo, sijui moyo najua ako mahali anaweza labda tuandikie vitu hapo. So kama uko hapa na ungetaka kukua part of the big family, najua tayari labda ushatupea pesa lakini ungetaka kuongezea. Najua tuko watu wengi sasa tuko 947. Oh, hallelujah. Na najua watu wenye tuko hapa hata kama tumetoa tuzidi kutoa.
Si mimi natoaga gari yangu na shidanga huko kwa site na hakuna mtu anaweka mafuta ni mimi. So mimi nilishajitoa mhanga na channel yangu na watu wangu. So wacha tufanye hii kazi ya Mungu iishe. Hawa watoto watakuwa akisikiza sasa hiyo story kama ni story tu. Watakuwa akiona yenyewe Mungu alishatufanyia. Si kuna mahali uliambiwa kuna nyumba itajengwa na hutaingia. Ndio kuna nyumba itaingia, ndio hiyo tulisema, walisema Mungu alisema kuna nyumba itajengwa, nyumba ya kifahari, lakini huko sitaonekana. Na ndio ukasikia tuine wakati alitoa testimony, alisema mtu wa kwanza kutabiri kumbe ni mzee, na alikuwa naona hiyo nyumba. Tunakumbuka wakati tulikuwa kwa ile kiwanja wakati hiyo wa maombi. Kwa hivyo hiyo nyumba ilionekana itajengwa. Kumbe hiyo nyumba ilikuwa ijengwa, wewe uingie, yeye hata ingia. Na hiyo prophecy kweli inapata, lakini ninasemaga wakati unashiba shimo, jaribu ukitoa unaingia, unajipima Farodhi, unashiba unajipima, unaona kama mimi nitarushwa nitaweza kutoa. Ukiona inaenda deep, hata ukirushwa hutaweza, nyamazia hapo. So tupe namba ya simu. Najua by the next 20 minutes tunaweza kuwa tumepata hata kama ni 100k ama 200. Mungu anaweza saidia tupate kitu leo. Namba ni 0706 879 392 0706 879 392. Rudia tena. 0706 879 392. So simu ni gani? Ndio Kristo. Ndio hii. Si hata tuchange hata kama ni 100k ikilala kesho ikiwe 200k na sasa mtakuwa mkituona siku nyingi ili tumeweza kumaliza hii kazi. Kama uko hapa na uwezi tuma pesa, unaweza peana lori ya mchanga, lori ya ballast, lori ya mawe, unaweza tufanyia hiyo mambo. Tutakupea namba, uongee na engineer faster. Engineer akwambia utaleta mawe gani kwa site, hiyo story ishe. Sikwambia kuna 40 bags of cement itaendea hapa Kayole kesho. Kabisa. Na sitakwambia nani amepeana kwa sababu alisema tusimtaje. Alisema tusimtaje, na huenda hata ataenda akiongezea. Nimemuona hapa lakini sitamtaja. Kama uko hapa na ungetaka kupeana hata kama ni 100 bags of cement, ama hata uko na wazungu wanaweza changa huko, ama uko na kaka group huko wanaweza changa, watutumie. Itakuwa baraka kwa hawa watoto. By the way Virginia, sikujenga juu yako, nilijenga juu ya hawa watoto. Kwa sababu hiyo trauma na hizo vitu walikuwa wanajionea, ukitaka wasahau, waeke mahali private, mahali hawataulizwa swali na mtu, mahali watakaa maisha mazuri. So kama uko hapa na ungetaka kuwa part of this big family, nataka utumie hii namba 0706 879 392 0706 879 392. Na tayari sasa hivi tushapata, naona pesa imeanza kuingia. 100 from Rose Munyi, 2000 from Margaret Nzui, 500 from Lea Rotich, 200 from Jemima Gadogo, kuna 1000 from Mary Joki Jenga. Huyo madamu amepeana pesa. Abarikiwe sana. Mpaka mimi alinipatia ya studio na sio kidogo. Huyo ni yule mama anauzanga maua hapa bypass. Huyo mama Marine Flowers, ujajua na nilisema ingine. Unajua nawekaga ya mjengo kila siku 1000. Kila siku anawekaga 1000 na iweka. Yani anapeana kila mahali. Kila siku zile baraka atapata. Tutaenda hapo siku moja tuambie watu wanunue maua. Hebu tuende hapo siku moja. Alafu hata kuna sabuni juice alinitengenezea sabuni jiki Deto, watoto wakue na. Unaona, by the way acha nikuambie, watu wote wenye wanapeana na wangetaka tuende hapo kwa kazi zao, tuseme ni nini wanauza. Tutakuja hapa hata kama ni kwa hardware. Akituambia tupee chuma. Tutakuja hapo tuadvertise. Kabisa. Hata sisi tunajua kurudisha mkono. Tunaanza kwa sisi si mkono gamu. Tunaanza kwa Marine Flowers. Tuende lini? Mimi niko free. Kesho tutaongea, uangalie ile siku tutaenda hapo. Hii week. Thank you. So wewe na wewe hauna kazi ati hatuwezi kuja hapo. Mungu atazidi kukubariki. Tutakuombea sana. So we have 1000 from Isaac Mogwa. Thank you. 200 from Lucia Jonjo. God bless Lucia Kishuru 500. God bless you. Tunazidi kusonga. Kuna so sasa kuna nani Samuel Derito ametuma 8000. Samuel Dirito. Samuel Dirito nani huyu sasa jamani? Ati ametuma? 8000. Si imekuja hii ilikuja kitambo kidogo, ilikuwa ya 812. Haya.
Naona Mary Njoki alikuwa ametuma hata kitambo. Haya, so sasa hivi tuko na 14,000. Wow, God bless you. 14,000 dakika hizo chache tu. Just 14,000. Amen. So Farodhi, my son have his company, he stores camera. Tutaenda huko CCTV camera, tutaenda huko Hutchinson. Na wewe uzidi kutuongezea hii side upande mwingine. Ukiongezea na sisi tunaenda huko. Ukiongezea tunarudi huko. Tunajua kurudisha mkono. Amen. So si hapo ni vizuri Ruth Mwangi mpaka umecheka hapo. Hiyo iko poa. So 200 from Vivian too. God bless you. So sasa tuko 14,000 almost 500. Thank you. So kama tupatie hiyo namba tena. 0706 879 392. Yes. 0706 879 392. Si umesikia hiyo historia ya hii familia? Na tutazidi kukupea story mingi kuhusu hii familia. Ndio hata ukituma ukuu unajua unatuma kwa nini na unasaidia akina nani. Najua kama kuna mtu atafurahia ni Davis. Firstborn. Akiona watoto wengine wanaishi vizuri, ananga stress. Na tukishamaliza hiyo nyumba, utanona. I'm very sure utanona. Hata utabadilisha ile gari yako uongezee. Ununue mashine kubwa kidogo. Tukishamaliza kujenga hii nyumba, tuta-advertise kazi yako. Amen. Tukuwekee kazi nzuri at least pia ukue uko sawa. So haya, sijui kama Wamuyo anajionea kwa sababu Luso Wambui amepledge 1,000. Okay. Davis unaongea na Wamuyo. Tuko na kitabu. Uko na kitabu? Tuandikie basi. Tuandikie hapo. Ukitaka kupledge hata kama ni mawe, mchanga, nini unaweza pledge. It is allowed to pledge. Anaitwa Lucy Wamboi 1,000. Thank you. Sasa hapa kuna Anastasia Wanjiku ametuma 1,100 from Violet Nyamasege, 500 Teresia Joki, Doreen Kagendo 100, 500 from Rose Kamau, 500 from Esa Wamboi, 2,000 from James Wandimi. God bless you. Na tunasonga 200 from Jane Waliara, sasa tuko 19k. Hey, God nataka in 20 minutes tugonge 100k. Amen. Mnaweza taka by 20 minutes tugonge 100k. Amen. It is possible. It is possible. It is possible. Na mjengo imeanza. Ukienda hapo kwa YouTube yangu utaona video nimekuwekea leo mahali tumefika. Na very soon utatuona kwa site. Tutachagua kama ni Friday tutakuwa tunaenda kwa site. Nitachagua. Tutaangalia kama ni Friday tutakuwa tunaenda kwa site. So tutajia namba mama 0706 879 392. Haya, Shikozi amepledge I will send 500 hii wiki, andika hapo. Lois John Farodhi natuma zangu leo kwa phone yako. Is okay. God bless you. Sina kutumianga. Na kabisa. Kila siku juzi ulinitumia 11k. Bas. Na mwenye alituma 11k nikakwambia naitwa Penina Benjamin Mpora. Umesikia pesa yako ilifika? Kabisa. Very good. So hata ukituma kwa simu yangu itafika bado. Mimi sitakagi kukula pesa wenyewe. Hata kama ni shilingi 5 nitatuma tu. Haya, kuna 300 from Anthony Gatito, 200 from Terry Nyaga, 500 from Mesa Kenyajui, 2,000 from Faith Wamboi, 500 from Gladys Nduati, 5,000 from Mother Mwangi. Na tunasonga saa hizi tuko 28k. Tunataka tugonge 100k in 20 minutes. Thank you so much, Faith Wamboi. God bless you so much. Jerry Carson, I pledged 5,000 in few days after I solved some wild remedy issue. Jerry Carson, na uendelee kusoma na utie bidii. Na Jerry Carson, kuna vile naona utapita mtihani kwa utasomea. Kulingana umepledge 5k, wao utapita mtihani wewe. Eunice, how much did you say tank ita cost? By the way, unakumbuka gate ilitolewa? Gate ilitolewa na milango ya ndani yote. So gate mwenye gate alisema mpaka anakaanga anauliza, "Yaani bado hamjataka hiyo gate? Hamjamaliza? Si mtume tumaliza tupatiwe hiyo gate." Tank tunataka tank ya 10,000 liters. Inarejea between 65k to 70k. Kitaka kutuma 100 tununua tank na hiyo nyingine nunue simiti. Lakini inarejea 65 to 70k. Wewe umeuliza tank. Anaitwa Eunice K, andika hapo ameuliza tank. Tunaandika kila kitu sisi. Emma Mwangi andika tank hapo. Emma Mwangi sending by this weekend. Amen. God bless Emma Mwangi hapo. Emma Mwangi. Mary Murege umekuja. Hiyo ni kweli, mimi ni mshuhuda. Farodhi akuli pesa za watu. Thank you so much Mary Murege. Aya, mase zangu ni this week. Mase Kanyinge 500 anatuma this week. Mase Kanyinge. Wenye anatuma Hutchinson Fresh ametuma 5,000. Huyo tutaenda kufanya hiyo advert. Hiyo lazima. Huyo tutatembelea huyo kijana wake atufanye advert. Huyo 500 anaitwa Mase Kanyinge.
So 1,000 from Judith Kenyua. Amen. Hutchinson nimesema 5,000. 1,000 from Elizabeth Mbaru. 200 from Julius Mbogwa. 3,000 from Hannah W Mbogwa. 300 from Anthony Gatito. Na saa hizi tuko 38k. So mkwambia 20 minutes tutagonga 100k. Kabisa. In 20 minutes 100k. Kama unataka tugonge 100k hata kama ni 10k siurushe hapo wewe. Ni nini wewe? Hata kama ni 20k siurushe. Ni ukweli. Niliambia watu Mungu hapendi watu. Unajua, by the way, furahianga wakati unapeana, si wakati una receive. Naonanga Mungu hafurahii wakati tunataka ku receive sana. Anatakaga watu wenye wanapeana, kutoa. Furaha wacha ikujae kwa life yako. By the way, most of my life mimi hupenda kutoa. Hata kama sitatolea watu wote, mimi hupenda kutoa. Na mimi hufurahia, sifurahiangi sana. By the way, usifurahiangi wakati una receive. Furahianga wakati unatoa. Kwa sababu hiyo ndio wakati Mungu anafurahia zaidi na anaongezea. So Alice Mugwero ametoa 250. Thank you so much Alice Mugwero. Unajua ni yule Bibia Francis. God bless you. Na Francis Bundi anafanyiwa surgery this month. Okay. Mwezi wa 7. And all the best. Na tunajua atakuwa sawa. Kabisa tunamuombea. So tupatie namba, watu wamesahau namba. 0706 879 392. Rudia tena. 0706 879 392. Yes. Haya, 100 from Mirika Jaramba. Amen. Thank you so much. Naona tunagonga I will send 5k on Sunday. Wanjiko Mere atatuma 5k on Sunday. Yeah. And right. So tuzidi kusonga. Najua tutagonga 100k in 20 minutes. Kama sasa hivi tuko karibu 40k, tumebakisha 60k, tumebakisha 61k. Thank you. So hiyo 61k tumebakisha, hiyo ni kama dakika ngapi? Tumeenda dakika 6. So tumebakisha ngapi? 14 minutes na tunangoja 60k. Yes. So mkitaka hiyo pesa itoshe haraka tumalize hiyo story. Amen. Unisikia Jehova Farodi nimeuliza unajua Unisikia ameuliza Tanga sisi tukamwandika. By then kumaanisha Unisikia tushaona utapata. Mwapie pesa. God December sitawapa. Unisikia. Unajua sisi tunakuanga na imani na tumeona una uwezo na kama hata hauko na hiyo pesa itapatikana na ipatikane mingi ndio upeane na ubakishe. Hata kama uko hapo ungetaka kutoa dirisha zote, hata kama uko hapo ungetaka kutoa mawe kama lori 10, kwa kuna watu wamebarikiwa tofauti. So and feel free to give anything. Usiaisema ati mimi sasa nataka nibarikiwe. Vio ya nyumba yote inatolewa na Hiram Njoroge Kamau anatoa, aliniambia vio yote ya nyumba. Hiram Njoroge Kamau ndiye anatoa vio yote ya nyumba. Unaona watu tumesaidia, wamepata hiyo roho ya kupeana. Wamepata roho ya kupeana. Okay. Wow, Hiram Njoroge Kamau vio yote ya nyumba yeye ndiye anapeana. So kama uko hapo unataka tugonge 100k in 20 minutes, tumba kwa sababu tumebakisha 13 minutes. 13 minutes na tunataka kugonga 100k if possible. Jinaro Mugambi 250, Teresia Kamau 500. Tunasonga na saa hizi tuko 40k. Thank you. So 40k in around 7 minutes. Hiyo ni Mungu. Ni Mungu. Very good. So tupatie namba ya simu tena. Namba ya simu ni 0706 879 392 again. 0706 879 392. So mnani mwingine ana pledge, unaweza pledge pia. Usisikie uoga ku pledge, unaweza pledge. Yes, how much is a bag of cement? Tuliambiwa ni 530 ama 540? Iite 550. So juu ya kutransport. Transport na nini? So it's around 550. Huyo ni nani ameuliza hivyo? Anaitwa Mama Boys. Yes. Thank you Mama Boys. Daisy Hagen nimetuma na wao Remit. Asante sana. Naomi Mwaura naye ametuma 1000. Amen. God bless you. 41k. Thank you. Yes, thank you so much. Tuzidi kusonga. Mimi najua hii nyumba itaisha kwa sababu Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu. So tunazidi kusonga 0706 879 392. Tunasaidiwa na Mary Murege kupost number. Thank you so much Mary Murege. Hata kushare link bado ni kitu. Kama hauna pesa by the way unaweza share link. Endelea na kushare. Unaweza tumia watu, unaweza tuma kwa groups kadhaa ndio wenye wako huko wakitoa ni kama umetoa juu umeshare wakaona. So thank you so much.
Very good. So 1500 imekuja na KCB. God bless you. Hiyo imetumwa na tuangalie, imetumwa na Florence Wanyoike. God bless you. Si hapo ni poa? Yeah, ni poa. Kuna Phyllis Mwangi 500. God bless you. Gladys Hagen ndio umetumwa na Old Remit 5000. God bless you. Saa hizi tuko karibu 50k, tuko 47k. Thank you. God bless you. 47k. Thank you so much. Naona Penina Benjamin amefurahia, anasikia pesa yake ilifika. Amen. Na anasikia siku gawa. Exactly 11k ilifika. So Penina amesikia pesa yako ilifika yote. So thank you so much. Hata mimi lazima nitume this week. Huyo anaitwa Kiumboki Comedy. Kiumboki Comedy. Thank you so much. Phyllis Kialie, thank you. Umetuma, asante. God bless you. Amen. 3000 from Caroline Degwa. Amen. Na Caroline namtajaga sana pia. Fio. So Sarah Mwasi, thank you, akiwa kule Seattle. Jane Muhoro ametuma 300. God bless you. Jerango mwenyewe fan ametuma 550. Thank you. God bless you. God bless you. Wow. So by giving you receive. Amen. That's true. Kabisa. So wewe unapeana zitabaki mara 10. Exactly. Hatutasema mara 2 ama mara 3. 10 times. Amen. Kwa sababu Mungu ni nani? Hata mimi hubarikiwa by the kujenga studio kama hii. It is through kupeana. Mimi naweza sema nimeona Mungu. Kabisa. Na bado na sio hapa tu tumejenga hapa, unaona. Ukiingia na huku kwa picha utaona studio nzuri. Unajua watu wameanza kuuliza, Farodhi studio yako iko wapi? Unataka kupigwa picha? Ngoja nitafuta mtu wa kupiga picha. Utakuja upigwa hapo ni tutaitangaza tu hapa. So Vicky Charotich, asante sana 100. God bless you so much. Sarume Vega 5000. God bless you so much. Saa hizi tuko 56k. 56k. God bless you so much. Kwa nini 5k zinakaa kabla zikuje? Mko hapo na 5k, 10k. By the way hata leo hatujaona hata 10k. Si hata ikuje. Tumebakisha 10 minutes na tumebakisha ngapi? 10, tutaweza kupata 10 minutes. Itapatikana. 44k in 10 minutes. 44k in 10 minutes. Uko sure? It is possible. It is possible. Okay. So 44k in 10 minutes. Yes. Kwa hivyo hapo kama uko na 10k na 20k ukituma unapunguza mzigo. Hata hiyo wakati mwingine tulipata 52. By the way. Inaweza ingia tu. By the way tulipata hata 52. Yeah. So kama uko hapo na ungetaka tu hit hiyo tumebakisha because mimi nataka at least 100k. By kesho tukiamka itakuwa karibu 300 or 400. It is possible. Mimi by the way mimi huwa si limit Mungu. Najua Mungu anaweza fanya anything. Kabisa. So kama uko hapo na unataka tu hit hiyo target ya kufikisha hiyo 45k in 10 minutes na imepunguzwa na 1000 imetungwa na Nancy Muigai. Nasema mimi nataka hiyo tugonge hiyo haraka. Liam Muirore amepledge on Saturday atanunua 4 bags of cement. Wow. Ametuma hapa. God bless you. All right. Lois John, nimetuma Farodhi through Western Union kwa WhatsApp. Haya, I'm hoping wacha nione kama ametuma kwa hii namba ama the other one. Kwa Western. Frisia Hutchinson tutaenda kuadvertise hiyo kazi ya mtoto wake. Tutaenda. Good evening sir, I will pledge my 5000 by 17 hii wiki. Thank I tap that blessing too. Huyo anaitwa wa Kariuki. Amen. Natuma 5000 by 17. Okay, God bless you. Thank you so much. Royce John najua ametuma kwa hii simu ina live stream. Tutaiangalia baadaye. So thank you so much Royce John na pia uendelee kubarikiwa. Thank you so much. Tabitha Maina 200. God bless you. Tupatie hiyo namba 0706 879 392. Mtu anaitwa Shika amesema nimetuma 10k na visa card yangu inakwama but I believe it will receive too. Thank you so much. Lilian Mungu ametuma 1000. 5400 from Mary Joki Janga. God bless. Aya, Mary Joki gaya muradhima. Gaya muradhima. Ojua Mary Joki nataka kukuona kando. Uniambie siri ya kupeana. Hiyo siri sababu because this lady I think in one week ago amepeana karibu over 50k. Imagine akona Mary Joki Jenga. Tunakuja hapa Marine Flowers. Hiyo tutakuja. Watu watanunua maua wapeleke kwa nyumba. Lazima hapo. Hiyo mnanunua. Anakuanga hapa bypass na tutapini namba yake kwa comment. Kabisa. Kama mtu anataka kununua maua ya kuweka kwa nyumba tutapini namba ya Mary Joki hapo kwa comments. Huyu madam vile anafanya na alikuwa mwako anasikia poa. Nato hakuja wakati tulikuwa tuna launch studio. So pole sana na uhil kabisa. So thank you so much.
Lucy Smith nasema faradhi zangu 10k mwisho wa huu mwezi. Nika Lucy Smith hapo 10k by end of this month. Yes, so thank you so much. Najaribu kusoma message kidogo. Grace Njeri, faradhi nitatuma but si leo, naamini God will provide, very sure ata provide. So Chic, thank you so much. Tunangojea hiyo 10k, najua itafika through Visa card. Asante sana, ubarikiwe. Lois John, thank you so much. Anasema ametuma 5000 na Western Union. Thank you so much. God bless you. Asante sana. Tunazidi kusonga. Nimetuma through wave, itafika tu sahi. Abigail Nyangala 1000. Thank you, God bless. 10,000 from Sylvian Jero. Tumebakisha 7 minutes. 7 minutes 23k. Amen. 7 minutes 23k. It's possible. It's possible. In fact, in 6 minutes. It's possible. Tumebakisha 6 minutes 23k. It's possible. Hiyo target lazima tujiekee, na by the way niliona kupitia hiyo target tunafanya wonders. Lucy Gardner ameongezea 5k. God bless you. Kwa hivyo tuko 82k. 1000 from Helen Masharia. God bless you. 200 from Lucy Gishuru. God bless you. Sasa tuko 83k na tumebakisha 6 minutes. So 6 minutes na 17k. Amen. 6 minutes na 17k. Alice Mugore anasema natuma 1k. Thank you, God bless you. God bless you. Natoa James 5000 I would send with Western Union on Monday 7 minutes. Asante sana. By the way tutafanya, utatutumia hizo message. Ukienda Western Union tunapanga ride. Ndio uweze kutoa transaction mbili kwa bank moja. Tutakuwa tukitoka DTB tunaingia KCB. Ndio. Tunatoka KCB tunaenda COP. Zote tunatoa, hakuna kuziacha. Natoa anasema Muremi Nyagothi 150. God bless you so much. Amen. God bless you so much. Amen. How much is a bag of cement? Eunice K ameuliza. Tumesema ni 550. Tumesema ni 550. Hiyo ni paka. Latoya unasema nini? Latoya is a very good friend. Yeah. Yeah, she's from Anthem. Yeah, wow. Yeah, amekuwa kitu sana. Yes. That's good. So wherever she is, and support. God bless you so much. All right. Thank you so much. Na asanteni sana juu. Yaani mnazidi kutoa na bado mnatoanga. Unajua kitu zingine mpaka unashangaa. Na nyinyi ile zile baraka zitambata. Mingi sana. Mtabarikiwa zaidi. So Lucy G nimetuma 58. God bless you so much. Mary Mwangi ametuma 500. God bless you. Na zinazidi kukuja, tupatie namba mama. 0706 879 392. Rudia tena. 0706 879 392. Tumebakisha 5 minutes 15k. Tutamake kweli? Possible. It is possible. Ni possible kweli? Very possible. Mko sure watu? Tuko possible. Imagine bwana sema ni possible 15k 5 minutes. Tutaweza? Nitaweza. Haya, kama tutaweza acha tuone. So thank you so much Alice Mbogwa, nimeona 1k. God bless you so much. Thank you. Hii nyumba naona ikiisha. Hii nyumba itaisha. Itaisha haraka sana. So na that's why tumeunda hii studio. Tutakuwa tunafanyia hapa. Hiyo nyumba itaishia hapa. Itaishia hapa. Ni baraka. So hiyo ni one of the biggest projects itaishia hapa. Ni za kwanza. So Janet Murage 60 bob. God bless you so much. Asante sana. Thank you so much. Nimesema unaweza tuma anything. Kwa sababu tunataka kukubarikisha hata wewe pata hizo baraka. So thank you so much. So 0706 879 392. Thank you so much Mary Murage, anatupostia namba na tunafurahia. Usisikie uoga wa kupledge. By the way, hata kama hauna kitu wewe pledge, Mungu atakupea na unajua Mungu anakupea zaidi. Ukionyesha Mungu unataka tamani kupeana na hauna, una pledge. Ukipledge Mungu atakupea yako na akupea ya kupeana. Hawezi kupea ya kupeana unakosa kupea yako, atakupea mingi ndio uweze kupeana. So all right, 0706 879 392. 0706 879 392. So 500 from Grace Mwaura, Gladys Duarte 300. God bless you. Na tunazidi kusaidia, tuko 87k, tumebakisha 13k, tuonge 100. Jane Mbogu ametuma 200. God bless you so much. 2200 from Wamboi Wawero. 200 from Virginia Wanjiro. Sasa tumebakisha 10k 4 minutes. 10k 4 minutes. It is possible. Wamboi Wawero amesema mampokea 4. All right, thank you so much. 4 bags of cement, asante. 500 from Beatrice Wangoi. Faith Nongo for 50. Yunus Nyambura 300. God bless you. Tunasonga 600 from Dorothy Kairia. 1000 from Mother Nyawera. God bless you. Naingia hapa Margaret Karanja 1000. 700 Elizabeth Dirango. God bless you.
Sasa hii tuko 93k, tumebakisha 7k. Imagine 7k na tuko na 3 minutes. 7k 3 minutes. 7k 3 minutes. Wapatie namba. 0706 879 392. 0706 879 392. All right. So thank you so much. Naenda nikisoma messages ndio wenye wako na pledge tunaona. Mere Vurugo huyo ni yule wa ile staff nimewekea pale kwa gari alipeana kutoka Majumu Letewe. Naenda nazo sasa. Amesidikisha huyo wa 60 bob na 3k. God bless you. Wow, Mere Vurugo, God bless you so much. Asante sana. Rachel Waithaka ametuma 2k. God bless you. 1400 from Mary Njeri Mwaura. Nani mwingine anataka kusidikisha huyo wa 60 bob? Kama Mere Vurugo. Nani mwingine angetaka kusidikisha huyo wa 60 bob ndio aweze kukua part of, yani pesa yake ikuwe mingi na pia tumprofesa hii atakuwa na pesa mingi kabisa. Through kumsindikisha pia wewe unabarikiwa hapo. Ungetaka kusidikisha huyo wa 60 bob na uko hapa na ungetaka kusindikisha, tuambie saa hizi. Judy Nduta ametuma 500. Sasa tuko 98k. God bless you. Na tumebakisha 2 minutes. Wow. 2 minutes 98k. 2 minutes 98k. 5500 zimeingia. God bless you so much. Asante sana. Acha nikuambie anaitwa nani, itakuja tu saa hizi. Nitakwambia anaitwa sijui kama ni The Milton Inc. Nafikiri kitu kama hiyo. The Milton Inc. Mere Vurugo ametuma hiyo aka 3k. Amesindikisha huyo wa 60 bob. Nani mwingine angetaka kusidikisha huyo wa 60 bob? Ndio tumtie moyo. Tumwambie Mungu atakupea hata mingi. Wewe umetoa 60 bob, siku moja utatoa hata 10k hapa tu. Kabisa. Shejaedi, God bless you so much. Asante sana. Penina Mpora Benjamin nitatuma 1000 kusindikiza huyo wa 60 bob. God bless you so much. Mwingine anajiita FM hapa ametuma 5k via World Remit. Asante sana. Nani mwingine angetaka kusindikisha huyo wa 60 bob? Kama venye Mere Vurugo amemsindikisha, nani angetaka kumsindikisha? Kama venye Penina Mpora Benjamin amemsindikisha na dhao, nani angetaka kusindikisha huyo wa 60 bob? Nani angetaka kusindikisha huyo wa 60 bob? Who is that? Nani huyo angetaka kumsindikisha? Mpatie namba. 0706 879 392. Mpaka kuzo yangu wamekuja huku wamekuwa huko, anaitwa Chris Kamau. Kuzo ya Farodhi Chris. By the way ni amesomea architectural engineering. Mchoraji wa manyumba. Sijui tulimsahau aje tukichora nyumba yako. Next time. Lakini watu watampea job. Watu watampea job. Lakini kuzo lazima pia upande. Yes, you must plant so that you harvest. So tuma kakitu ndio tuongee story yako hapa. Jalipia hata hivi. Kuzo ongea na mimi vizuri, kuna nyumba mingi after hii ya Virginia tunajenga. Watu wamegojea waone kazi yetu na engineer. Ndio tuanze kujengea watu. Tuanze kujenga sasa. Tutajengea watu wengi kabisa. Sana. Na of course utakuwa hapo. Amen. Kwa hivyo wacha hapo. So mimi nimetuma 600 to support huyo wa 60. Nimemzidikisha na 500. God bless you. Dorothy Mwehaki, thank you. Nimoras, thank you. Mere Murege nimemzidikisha na 2k. God bless you. Nimemzidikisha na 200. Cynthia Mutunga, thank you. Amezidikishwa huyo, ni karibu ametoa 20k ya kwa peke yake. Unaona sasa hiyo ilikuwa baraka hata aamini. Mwingine ametuma na cooperative 100. God bless you. Nepel ametoa 100. God bless you. Washira 1000. God bless you. Mere Murege ametuma hiyo yake 2000. God bless you. Alishina Dogoro ametuma 250. God bless you. Grace Makena ametuma 1000. God bless you. Aliz Washira 100. 300 from Jen Mwangi. God bless you. John Joroga 1000. God bless you. 100. God bless 500 from Faith Jimmo. God bless 200 you. Unisirma. God bless you. Right, 500 from Lydia Maina. God bless na watu wanazidi kumzidikisha my friend. Afadhali kuzidikishwa jamani. Kuzidikishwa. Nimemzidikisha na 500, huyo ni Lydia Soni. Nimemzidikisha na 1000 Firis Washira. Nimemzidikisha na amezidikishwa, acha nikuambie huko ndio tunaita kumagalio. Ni kumagalio. Afadhali kumagalio. Shaishi 100 bob, thank you. Chris kama unauliza tunatuma wapi huyo kuzo yangu, patia namba. 0706 879 392 0706 879 392. Tukizidikisha bado tuzidi kutoa. Unatoa ukizidikisha. Unazidikisha na unatoa yako. Unajua kuna kuzidikisha na kuna kutoa yako. Unajua unaweza zidikisha usahau kutoa yako. Vizuri utoa yako, unazidikisha na una kweli. So kumbaga liona godhireu. Ndio tunasema hivyo hapa.
For those sending per world remit, which town? Nairobi. Watumia Nairobi. Unesirma nimetuma 200. God bless you so much. Amen. Namba nimepin pale juu. Chris ameambiwa hivyo. Amen. Alright, tunazidi kusonga vizuri. Zidikisheni huyo mtu, zidikisheni. 300 from Salome Nganga. 500 Nelias Yombua. 1400 Penina Mpora Benjamin. Zidikisha. 100 from Beatrice Wangoi. God bless you. Unaliona hapa niko na homa mpaka naumwa na kichwa. Ukitoka hapa nalala tu. Mungu ni mwema. Hii kazi tumezoea kufanya, ni Mungu anatupea nguvu. Vile nasikia hata leo singefungua ofisi ningeshinda nimelala. Nasikia tu nimefungana, yani unajua grace ya Mungu ni nzuri. Ni grace ya Mungu tu, ni grace. Lazima tugeingia live. Kabisa. We had no choice. So Nelias Wanjio to 500. God bless you. Ladies of Germany pledge 50 euro next week. Amen. 50 euro. Unajua sisi hesabu ndio ilitukalia kidogo. 50 euro ni ngapi? 50 euro, hebu multiply by 130. Kwanza multiply by 130. Hebu kwanza multiply by 130 tuone hiyo ni ngapi. Unajua nataka kuasimu iko hapo 130. Peterson mtu wa hesabu. Unajua anatuona. Asemaje hapa? 50. Very good. Asante sana. God bless you so much. Na Serian anasema 5k. Thank you so much. Thank you. God bless you. Thank you so much Nimoras. God bless you. Thank you. Thank you Anadieta. God bless you. Amen. Hilda Hulinda nimetuma 1000. Nani mwingine nazindikisha huyo wa 60 bob. Yes. Hilda Getawa watuma 1000. God bless you. God bless you. Oh yes, nazidi kusonga. Helen Roda, thank you. Menembea nitapona. Thank you so much. Amen. Asante sana. Our current euro rate change is 127. Thank you so much. Kwa hivyo inarejea hapo 6k. Okay. Thank you so much. Okay. Asante sana kwa kutuambia hivyo. By the way inarejeanga hapo. Lakini vizuri tunapeleka. Unajua si tukienda kutoa tutapata ikiwa 130. Pia lazima hapo ukwe. Tunaongea kwa sababu ndio tukienda tupate euro rate change exchange. Iko 130. Iko 130. Itakuwa So haya. Kurathi atia guku riu Sweetheart ndio amekuja. Sweetheart wewe umepitwa na story mingi wewe. Zile story zimekupita. Utawatch saa ngapi hii story? Utawatch saa ngapi? Tunataka tutoke hapa saa 4 na imebakisha 30. Kuna watu wameandika hapa bila kutambulika. Watambue. Kuna Talia as amepledge 1000 shillings. Talia as amepledge 1000 leo jioni. Leo usiku. Pia kuna Wambogo Waweru wamesema 4 cements. Kuna Mweni Purity amesema by next week atakuwa amerusha yake. Alright. Yes, and I think wengine kuna wa karaoke amesema hiyo tulisema by 17. Alright. Good. How tumetaja. Monica Wanjiko, how much till now? Sasa hivi tuko 118,000. Amen. 118,000. Francis Jagi, unajua huyo ni bwana ya Alice Mugwero. Okay. Yeah. Yule. Na najua tutazama hapa. Hata unaweza muona ameandika hapa na tusalimie. Amen. Hiyo familia ya Francis Bundi na Alice Mugwero, nyinyi mko na baraka. Nyinyi mmebarikiwa. Kabisa. Jeni Waweru hata ndiye anakuingilia. Okay. Hata Jacqueline Mwangi unajua nimeongea language ya DJ. Watu wenye DJ unajua kuingilia ni aje. Ndio anakuingilia. Okay. Umesikia anakuingilia? Ndio unaona. Mkiongea mkaaje mkijua mko na Davis mjuage mama ako hapo down kidogo Sweetheart na kina Grace na wote tunatoa pesa ya kujenga. Amen. So 1,000 from Hilda Kamau again. God bless you. Chris Kamau huyo sasa kazini yangu kutoa 500. God bless you. Hey. Na ni kijana mdogo ameoa juzi. Hata mtoto ni mmoja. Ni Mungu. Ni Mungu. So Agnes Madhu 500. God bless you. Thank you so much. Tunasonga. Ana Kamundi 500. God bless you. Unajua nimeanza kufungana. Pole nasikia. So saa hizi tuko 120k. 120k. Recho Mwadhi nimetuma 2,400. God bless you. Asante sana. Thank you so much. Tunazidi kusonga. Wow, tunazidi kusonga. Yes, tunazidi kusonga. Thank you so much. Haya, tupatie namba ma'am.
0706 879 392 0706 879 392. Alright. So hapa naona tuko 123k. Wow. Tuko 123k. Amen. So si hata tungemaliza hiyo ikuwe 150. Ni kweli. Si ingekuwa tu 150 watu ndio tufunge. Tunataka kufunga by saa 4 masaa ya Kenya na imebakisha 11 minutes. Okay. So na tumebakisha pesa ngapi ndio igonge 150k? Tumebakisha 37k igonge 150k. Wow. Tunataka toke hapa ikiwa 150k. Tumebakisha 37k igonge 150k. Okay. In the next 10 minutes hiyo 37k tunaweza toa ndio sasa tupumzike. Ndio wengine watapata tulikuwa live watume mkiamuka ikuwe 300 ama 400. So si nimesema Hana Mushiro ametuma 2400. Thank you. Sio ni mzuri. God bless you. So atinabeba maji. Hata maji moto kwa hii ofisi iko lakini sasa unajua ofisi ni sisi sasa haituko ni usiku huko. So thank you so much. So thank you so and Katha Gitonga 100, thank you so much. God bless you. Chris Kamau, God bless you so much. Kwa kazi yangu asante. Na uzidi kubarikiwa na watu watakupea kazi ya kuchora nyumba. Lakini uje nionyesha venye unachoraga. Unajua siwezi kuadvertise kama sijaona venye unachora. Torewa. Sema venye unachoraga ndio nikupea kazi ya kuchora. Kabisa. Tukupea kazi hapa. Na uanze kutufuata sasa ndio unatufuata na Virginia kwenye tuko. Kabisa. Utajipata umechora. Hata subscribe kwa Virginia Wangari TV. Hivyo, exactly. Ndio tuone kwenye tunaenda. Yes, so I want to see Kamotho standing outside Virginia's mansion, knocking at the gate. Sorry, in my dreams. Wow, thank you so much. So tupatie hiyo namba. Watu tunataka kugonga 150k. Na saa hizi tuko 123k. Kwa hivyo bado 37k. Unajua hesabu ilikuwa inanikalia. 27k. 27k mkituma hata 7 ni sawa. So tumebakisha 27k. 27k in 9 minutes. Hapo mtu anaweza toa hata kuwa peke yake. Ni kweli. Hiyo 27 anaweza toa. Anaweza toa watu watatu. Mtu atoe 9k. Inakuwa sawa. Ama hata watu wawili. Watoe 12 what ama 13. Tuseme 13. So na tumeanzishwa na mtu ametuma 1000. God bless you. Ametuma na KCB anaitwa Annie Jogona. Annie Jogona, thank you so much. Sasa tumebakisha ngapi? Tuko 124k. Tumebakisha 26k. Tugonga 150k na ndio tunataka kumalizia hapo kwa 150k. So 0706 879 392 tumebakisha 26k. Tufunge story ya leo. Tumebakisha 26k. Tufunge story ya leo. 500 from Andongo. God bless you. Nazidi kusonga. Naomba Mungu sana siku ya kusikia ifike nisikie vile unaongeanga. Francis Jagi. Wow. Francis Jagi, imagine utafanyiwa surgery na ikuwe successful. Imagine yeye ndiye ameandika hivyo. Ni yule Francis wa Alice. Yule anaenda kufanya surgery ya masikio. Amesema naomba Mungu sana siku ya kusikia ifike nisikie vile unaongeanga na kupenda sana Farodhi, wewe ni Musa wetu. Francis Jagi. Utasikia vizuri. Huu mwezi hauishi kama hujasikia vizuri. Tumekutabiria. Hata utapona kuliko vile madaktari wameplan. Madaktari wanasemaga 1 month later haraka iwezekanavyo kabisa. So Anne Bario 250. God bless you. Rashidia Muriuki 100. God bless you. Rose Kamau 500. God bless you. Sasa tuko 125, tumebakisha 25k tufunge ya leo. Amen. 25k tufunge ya leo. Si ututumie kitu jamani, tufunge leo. Tuweze kufunga. Unajua Virginia anaenda. Unajua kitambo ni mimi nilikuwa nasema unajua kitambo ndio niende home. Sasa hivi harakisheni Virginia waende home. Juu kwenye wanaenda my friend ni Mungu tu. So tuharakisheni ndio nililisa kina Virginia waweze kuenda juu wanaenda mbali. Yes. Na najua hatujui Kasimu kama kako karibu kuzima. Unajua hatuna mtu amesema. Unajua niliamua kutoa tip kuja mbele ya kamera. Hatujui kama simu iko karibu kuzima. Kwa sababu hatuioni na sitaki kuichungulia. Sasa kabla izime. Tuko na power bank lakini siwezi amuka niweke juu sijui kama iko karibu kuzima. Ndio. Na unajua inaweza zima ituache hivyo tukijua. So simuharakishe. Tumebakisha 25k tumalize hiyo story. Patricia Hall anasema I have sent 10,000 via Western Union to M-Pesa. Thank you. Wow, Patricia Hall, God bless you so much. Asante sana. So tumebakisha 25k.
ndio hiyo maneno ikuwe imeisha. So 0706 879 392 0706 879 392. Unaweza tuma anything, hata kama ni 500, hata kama ni 100, hata kama ni 50, 1000, 2000. Tunaweza hata ka challenge ka 2000 ndio tumalize hizi zimebaki ndio tuende home. So tupe namba 0706 879 392. Nani ataanza hiyo challenge ya 2000 tuone venye itatupeleka na 1000. Challenge ya 2000 na 1000 activated. Sasa ndio tumalize hiyo story. So challenge ya 1000 na 2000 kama uko hapo na unaweza tu sort teke upokee baraka zako, uchomoke nazo. So Talian asemaje? Alikuwa amepledge na amerusha 1000. Wow, Talian, God bless you. God bless you so much. Florence Jawera Mugai ametuma 5000. God bless you. Ametupunguzia sasa tumebakisha 20k. Okay. Thank you so much. Hatuhesabu za Western Union. Hizo ni baraka ziko kando. Hiyo ni baraka iko kando. Unajua basi nimetaja Patricia Hall. Kwa nini hujaiongeza hapo? Iko lakini sasa ni Western Union. So hiyo iwekeni hapo kando. Scholastica Kelly ametuma mko karibu kupiga hata sijataja 700. God bless you so much. Haya, thank you so much. So tumeanza ka challenge ka 2000 na 1000. Nani atatuanzishia ka challenge ka 2000 na 1000? Hata ka 5000 mnaweza weka hapo. Tumebakisha 19k tufunge ya leo. 19k tufunge ya leo. 19k tufunge leo. Mam, tupe namba 0706 879 392 0706 879 392 0706 879 392. Asante sana. Nani mwingine anataka kusindikishwa leo? Nani mwingine anataka kusindikishwa tukiendelea kwa hako ka challenge? Na ngoja muanze challenge, ndio maana nimeshika simu. Challenge ikuja. Talia Ans, thank you so much. Nasema God is faithful. Absolutely. Yes. Thank you. Na ngojea tumalize hiyo 19k mimi to home sasa. Amen. Ndio mafurahi kukaa kwa studio masaa mengi. Imagine. Alafu unajua tuliongea na Pastor Garuya kuhusu color green. Color grey. Kasema mahali mkivaa hata grey, tajipata unajitorora kabisa. Ndio maana kwa sababu kuna grey, ndio maana leo tumepeana story hata hatuko tupeane. Leo kitu kwa Rahabu Pili ametufungulia kwa challenge ya 1000. Ametuma 1000. God bless you so much. So saa hizi tumebakisha 18k. Nani atatufungulia challenge ya 2000? Nani atatufungulia challenge ya 2000 na wenye wanaendelea na challenge ya 1000 wazidi kusonga. Amen. Pauline Muiruri ametuma 500. God bless you. Leticia Murunga ametuma 3000. God bless you. God bless you. Saa hizi tumebakisha 15k. Tufunge ya leo. Na sio kufunga, wenye watatuona tulikuwa live hawakuwa wazidi kutuma. Tutapin kila kitu hapo kwa comment section. Ndio utaona namba hapo. Ndio nyumba izidi kupanda. Kabisa. Nyumba itapanda. Walioona hatutafanya kitu, Mungu naye ni nani? Mungu naye ni nani? Yes, yeye ni Mungu. Kuna mwimbaji aliimba aje? Akasema waliotufanya nini? Watatusalimia kwa heshima. Waliotudharau. Siku moja watatusalimia kwa heshima. So 0706 879 392 0706 879 392. Tumekisha 15k. Hiyo hata mtu mmoja anaweza tuma tumalize hiyo story. So thank you so much. Asanteni sana hata wenye wanazidi kututia nguvu. God bless you so much. Annie John ametuma 27 bob. God bless you so much. God bless you. Annie John there. Yes. 27 bob. God bless you so much. Yes. Nani angetaka kuzindikisha mtu anaitwa Annie John mwenye ametuma 27 bob? Nani angetaka kumzindikisha? Ni ukweli. Ni ukweli. Unajua alikuwa ametuma ingine hapo mbeleni. Nani angetaka kumzindikisha nayo 27 bob? Nani yako hapo angetaka kumzindikisha? Lucy Mwangi ametuma 2000. So tumebakisha 13k. Nani yako hapo angetaka kuzindikisha Ann John na hiyo 27 bob? Nani yako hapo angetaka kumzindikisha? Nani yako hapo angetaka kumzindikisha? Helen Nyambane ametuma 1000. God bless you so much. Ameingia kwa hiyo challenge. Asante. Nani angetaka kuzindikisha? Andy Jonde. Anastasia Wanjiku amesema namzindikisha na 500. God bless you so much. Asante sana. Unajua ni kama tutakuja na gift hapa tunasema tunaiuza.
Tunasema nani kwa 10,000 nani? Nani kwa 5,000 tutaiusaga nani? Naziweka hapa. So nani anataka kuzidikisha huyo wa 27 bob? Liam Muiruri amesema namzidikisha huyo wa 27 bob na 100 bob. Thank you so much. God bless you. God bless you so much. So Bitre Anastasia ni ametuma hiyo 500 ya kumzidikisha. Bitre Mkunga ametuma 500. Sasa hii tuko tumekisha 11k. Nani akataka kuzidikisha huyo wa 27 bob? Kama uko hapo na ungetaka kumzidikisha, na usisahau na kale ka challenge ketu ka 5,000, 2,000 na 1,000. Na Mungu atazidi kukubariki. Damaris Wambogo, I will send 1k ya kuzidikisha from Dubai. Thank you. God bless you so much. Nani mwingine anazidikisha? Ann Jonde, hiyo ametuma 27 bob. Nani angetaka kumzidikisha? Unajua ukizidikisha unakuwa umetoa mingi sana. Kabisa. Ukizidikishwa unakuwa umetoa mingi sana kushinda watu wengine. So thank you so much. Nimezidikisha na 1k from US. God bless you so much. Yes. Remilty Inc. Tumeiona. Asante sana. Saa hizi mabakisha 10k. God bless you so much. Nani mwingine anataka kuzidikisha huyo wa 27 bob? Tutashukuru. Nani mwingine angetaka kumzidikisha huyo wa 27 bob? Tutashukuru. Ruth Kaliuka will send 1k from Lisbon, Portugal. Lisbon, Portugal. Watu wa Tanzania mlienda wapi? Watu wa Uganda, Southern Sudan, Djibouti, hata Zambia. Mko hata Zambia, unajua mpaka Zambia. Najua mpaka Senegal. Niko na watu wako huko. Juzi umetupeleka Canada. Imagine nilikuwa Canada, Toronto. Yes. Babu hata kuna mtu alikuwa amenipigia akaniuliza, ulirudi kutoka Canada? Nikamwambia ndio narudi leo. Aya, I have with 1k na Mungu amuongezee zaidi. Mary Vurugu amemuongezea, amesidikisha huyo na 1k. God bless you so much. Najaribu naambiwa kuna message hapa ya Alice. Alice wa France Strong Woman wa Farodhi, nimesikia machozi. Ati Francis amesema nini? Kuna Mungu mbinguni. Kweli kuna Mungu mbinguni. Asante sana. God bless you. Hiyo message naambiwa Alice Mugwero ndio natafuta. Iko wapi? Mbona sioni? Nani ya Alice? Mugwero. Sioni hapa. Labda wanasema hiyo Alice wa Francis. Kwa sababu Alice Mugwero sijaona message yake, ningeiona. Yes. Anyway, thank you. So 100 from Grace Maina. God bless you. 1,400 from Nancy Gatoru. God bless you. 1,000 from Joyce Kyugu. God bless you. Agnes Magiri 300. God bless you. Na tunasonga. Farodhi ndio hiyo umesoma. Hiyo sio Alice Mugwero, hiyo ni Alice Francis. Ama ni majina zinafanana kwa sababu Alice Mugwero anaitwa Alice Mugwero. Okay. Anastasia Aduke ametuma 200. God bless you. Wow. So Farodhi zangu nitatuma this week. Eunice Wairimo nitatuma this week. Thank you. Thank you. Nani? So naona hiyo maneno iko hivyo. Iko hivyo, iko vizuri. So tumebakisha 7k kumaliza story ya leo. So anaambiwa she's the one, Alice Francis. Wow. Sawa, asante sana Alice Francis. God bless you. Thank you so much. Ndiye naambiwa ndiye huyo. Niliacha akijiita Alice Mugwero hapa. Anasema Farodhi, nimesikia machozi. Ati Francis amesema nini? Kuna Mungu mbinguni. Thank you so much Alice Francis, tunamwombea pia. Kabisa. Nani amezidikisha? Anjonde, hata Anjonde amekuja. Wote wenye mmenizidikisha mbarikiwe sana. Nani mwingine azidikisha? Anjonde. How do we send mine next week? Henrietta Modoni atuma next week. Henrietta Modoni. Juliana Munani anauliza how much is a bag of cement? Tusema ni 550. Yes. 550 amejibiwa na Grace Njeri. Thank you Grace Njeri. Okay. So Lona Lepasi 900. God bless you. Tunakisha 6k tupige target ya leo. Okay. Nishafungana. Pole. Okay. Ebu. Mshika mic kidogo. Wacha nishapua kidogo ndio wafikishe hiyo. Tuendelee. Wacha nione kama nitaweza kufanya campaign. Kafanya campaign waongelesha. Unajua Farodhi yeye anajua kufanya campaign. Na mimi baadaye acha niseme mimi nashukuru sana. Mwanzo this is something I never expected in my life. Watu wacha niwaambie vitu zenye naona hapa yani hii list inawaandikia hapa. Mungu azidi kuwabariki. Kwa furaha yangu kubwa ni kuona hii maisha yenye mnatufanyia. Yes. Yani ati kuna siku
kuna siku itakuwa ni historia. Tutakuwa kwa nyumba tu kama hii. Yani nyumba hatukuli shida, hakuna kushinda mkifinyana ati sijui nyanyo ati amekaa kwa store. Yani kila mtu atakuwa nala kwa room yake. So guys, God bless you and continue doing what you're doing because that is something that ambayo Mungu amewatuma and Mungu atazidi kuwabariki. Hii si kitu ya kawaida na I'm sure hata kwa wale ambao walidhani ati hatutaitokea ati kuna ati saizi wanajionea. So God continue blessing you. Yeah, so akina Lucy, akina Shiko, akina Jane, Eunice, nyote ambao mmepledge, God continue blessing you. Yes, God awabariki sana. Snitch anasema ati ambia Devi andike hiyo 10k yangu imekwama because of my via card problem. We'll make sure nimetuma till the end of this week. That is Kiku. So jina ni ngumu wewe. Skiku. God bless you. I'm going to write you right now. Mungu azidi kukubariki. Yes, naona pia mtu anaitwa Grace Njeri anasema pole Barodhi, receive your healing in the mighty name of Jesus. Utapona na Barodhi. Hata maoni amesema andiko bag moja ya cement. Amesema hivyo? Kabisa. So hata pia namuongezea hapa bag of cement kama ni 550 amesema hata mimi ni adikeni hapo. Amen. God continue. So Consolata Gishuru ametuma 100, Catherine Kemani 500, Esther Mongi 500, 5000 from Sylvia Jero. God bless you. Na kuna 2000 from Susan Wanjiko. God bless you. Thank you so much. Asante sana. Juliana Monani ametuma will send 5k. Juliana Monani ametuma 5k. Yes. Thank you so much. Naomi Mwaura, I'm a huge support of this family. I'm currently building and I can give out all my poles and wood that I'm currently using for my maisonette. They should be available in 30 days. Wow. Naomi Mwaura hapo. Naomi Mwaura. Atakuja inbox zetu na Virginia ndio tuorganize. Yes. Nicoleta Jerry anasema Lucy Smith ni mimi nilituma but kwa jina ingine. All right. Very good. Asante sana. Poleni, unajua kahoma kama nikalia kidogo. Hata ni grace ya Mungu tumepata hii pesa. Mungu alitaka nisilale leo nikuje kazi. So thank you so much. Yes. Nafikiri tumeweza kuhit target ya leo. Amen. Na juu ya afya kidogo nitapumzika kidogo so that we are able to also rest kidogo. Lakini tutakuwa tukikuja hapa Davis. Lakini tutajaribu pia tunakuja mchana kidogo ndio at least msikuwe na safari ndefu. Although mngeenda kukaa kwa jam. Mngeenda kukaa kwa jam. Sasa mtaenda shwi. Unajua huyo akiingia kwa barabara utafika. Anakuambia fuga mshipi. Enda ukiomba. Fuga mshipi tuende kidogo. So tuko na 154k. Wow. Nafikiri at least mmejaribu sana leo. By the time tunaamka si hata iko imegonga double ama triple. Juu unajua wakati mnatoa mjengo inazidi kusonga. Haisimami, hatutaki mjengo isimame siku hata moja. So heri Nyabane hata yameongeza thou. Thank you so much. Na wale wote wametuma na Western Union, wale wote wamepledge, you can pledge anything. Anything. Yes. Hata list, unaona hiyo list venye ni kubwa? List kubwa sana. Hebu acha tuone kama inaonekana hapa. Hiyo list ni list kubwa sana. Very big list. Very niko nyuma aje sionekane. Acha tuone. Shika tu. Acha tuone. Let's see it. Acha tuone. Waone kitu. Wanaona tu white. Waona tu white. So acha niwakaribishie. Karibia tu hapo. Hapo. Waona majina yao yote. Wanaona chonjo. Hiyo iko chonjo. That's nice. Very good. Nivo. So tutafikisha hapo. Mama, unajua hatukuomba tukianzia. Unajua hii grey color. Grey letter inafanya watu wajiongee. So nataka tuombe ndio tumalize. Tuombe hawa watu wazidi kubarikiwa na wazidi kutuma. Yes. Amen. Aya, tuseme ni asante sana. God bless you. Thank you very much watu wa Farodhi wa Thayo TV fans, Virginia Wangari TV family. We are so happy na tumesema Mungu awabariki, asidi kuwaongezea na magonjwa na early death, premature death, they are not your portion in the name of Jesus Christ. Amen. And no weapon will ever
prosper in your children, kwa watu wenu in Jesus name. Amen. Kwa hivyo tutaomba na tuseme we are so much happy, na tunasema Bwana wabariki sana we as Virginia family. Kwa hivyo washeni tuombe na tuambie Mungu ni asante. Father, God bless you so much. Hata kutualau, unaona vile Mungu ametenda. Naona ulikuwa unakuja kwetu, unajua ile njia vile inakuwa na ni usiku, but we thank God because of vile moyo uko nao na kujitolea. Hata saa hii unasikia vibaya mwili, but umesema ni lazima tukue hapa because unaangalia huyo Jumalia, unaangalia Watugi, liganisha. Unajua sometimes unasemaga wakati wowote unatenda kitu, tenda ukiangalia familia yako. Kwa hivyo wakati unasaidia wale watoto, unaangalia ule mtoto wako. Wakati unasaidia yule mama, unaangalia wife yako. Unaona hiyo wakati hiyo kitu inaigiana mzuri. Kwa hivyo God bless you na Bwana akubariki sana Faruthi wa Thayo, na tunasema hii ni mwanzo. Hii ndio sasa mwanzo wako. Sasa hii Mungu ameanza kukuonyesha, sasa anataka kukuseto. Sasa sababu ya ile kazi mzuri unafanya, nataka kukuseto mahali, sasa tutakuwa tunakupata na ndio uweze kuhudumia wengi. Kwa hiyo unajua kuna wakati. Unajua hapa bado tulisema tutafutia watu. Kama sasa hii kuna watu wakimaliza live, kuna testimony ina premiere kwa channel yangu. Okay. Kama ako hapa tuliongea na amekaa gaf 8 years. Okay. Na tukiongea na yeye kuna mahali alisema anataka mtu. Okay. Tukitoka live uangalia hapo kwa channel yangu kuna story ina premiere hapo. Okay. Utasikia ka story kazuri, lakini huyo mama pia alipitia. Okay. Bwana yake aliuawa na akanyaganywa na akatolewa kwenye alikuwa anaishi. Na akifuatilia vizuri ni familia tu, ni bwana anauawa tu hivyo anaenda. Lakini sasa tukiongea juu amekaa gaf 8 years kama anahitaji mtu. Alafu alinifurahisha ananiambia, kwanza mtu asipende watoto wangu, kwanza anipende. Mimi ndio nahitaji mapenzi sasa ya haraka. Alafu ndio upende watoto. Si unaona? Sasa hata tumefurahia hapa kama ni mapatanisho. Hapa watu tunatorokea hapa. Yes. Mapatanisho. Na Davis uendelee kuandika. Milka Orengi amesema I love Mom Virginia. I was watching you early this morning. I will send 1K from USA. Thank you. God bless you. Na Abisha Zaris mwana Naivasha ni muimbaji. Sinamjua? Namjua. Muimbaji. Lakini alikataa kukuja na huku upande wa gospel. Ananiambiaga wacha niwaangalilie nikiwa side hii. Abisha Zaris mwana Naivasha. Abisha. Si unamuonaga hata huko kwa TV zingine. Nilimwambia huku sitamleta mpaka aibe gospel. Akiba gospel tuko hapa na tufanya collab. Abisha atabadilika. Abisha ukitusikiza utabadilika. Lakini ananiambiaga Faruthi mimi niko poa. Ananiambia ameokoka, lakini kama umeokoka. Zile songs zinazikiaga ukiimba. Ananiambia hapana, angalia roho. Ni roho. Abisha zale si mwana Naivasha, alafu anakuwa na radio kwa Facebook. Anaanza radio hapo mdogo. Zile topic analeta. Nisikiza siku moja mpaka nikashindwa kuchangia. Mpaka nikatamani tu asinione anisome. Zile vitu walikuwa anaongelelea. Mtu asikie nikitajwa hapo hata kwa ni Faruthi na yeye. Faruthi in the house. By the way, watu wanakutambuaga. Kuna wakati nimeingia tu vupisha. Naona kila comment Faruthi in the house, Faruthi. Na ulishukulia, wewe ulishaenda na watu waliashwa wakikuongelesha. Na thank God. So anyway, Abisha sikuja upande huu. Kwa huku kuna vitu vingi, lakini aniambiaga huu upande wetu. Watu hata nyinyi mnazichuguliaga hizo nyimbo. Unajifanya ati mzionagi lakini mnachugulia kidogo. Akaniambia views zao za YouTube ukiangalia vizuri, kama zingekuwa zinaandikwa mwenye ako upande huu na ule mwingine, wale tu wako upande huu wetu, ukiangalia views ndio wangekuwa wengi sana kushinda upande huu. Ndio wanasema, wacha nitoe wimbo. By the way, niko na wimbo nataka kutoa. Nielekee Gai yetu Gai. Hiyo tutapimana na yeye. Tunapimana na yeye. Hiyo tutapimana. All right. So tuombe. Okay, wacha tuombe. Father, in the name of Jesus Christ, tumekuja mbele zako sababu wewe ni baba yetu. Tumefurahia na tumeshukuru sababu umetulinda kutoka asubuhi, hata wenye wamelala, hata wenye wanaamuka umekuwa pamoja na wao. Na ndio umetukusanyisha hapa kwa Faruthi wa Thayo TV sababu unatupenda. Tumejiweka sisi wote mikononi mwako. Tukasema ni asante kwa what you have done. Tunajua ni wewe umetuwezesha, na asante because of blessing your people. Na thank you because of enlarging their territory. Na ninajua Mungu wa ajabu utazidi kuwabariki, utazidi kuwaonekania.
Ombi moja tu ningeomba mbele zako Mwenyezi Mungu, sababu wewe ni baba yangu na nimeona ukitembea pamoja nami. Ningetaka kuombea hao watu wote wako mbele yangu. Ningetaka kuombea tuseme ya kwamba magonjwa it's not their portion. Ningeomba Mungu wa ajabu, hata mambo mingi sana. Wengi wamefichiwa mapepo, wengine wanakuwa na ndoto mbaya, wengine wanatumiwa na mashetani. Mungu wa ajabu tunakuomba, sababu wewe ni God of grace. Mungu wa ajabu, waonekanie in the name of Jesus Christ. Watembelee na uwafunike na damu yako, na kibali chako kitembee pamoja na wao. Kazi zao tumekiri zimebarikiwa, tumekiri business zao watapata kibali na watapata wateja wengi, sababu wewe ni Mungu. Wenye wanajenga watamaliza, sababu wameplant seed in this family. In the name of Jesus tunajua utawatembelea kwa kila jambo, na hii Farodhi wa Thayo TV tunaiweka mbele zako. Asante kwa vile umembariki. Asante kwa kutupatia hii studio. Asante for what you are doing. Mungu wa ajabu, we cover it with the blood of Jesus. Tunakuwa kuna watu wengi sana watakuwa wanahudumiwa hapa, na wengine Mungu wa ajabu wanakujaga na intention mbaya ya kukuja kufuga kazi ya mtu, kukuja Mungu wa ajabu kuharibu kazi, lakini tumefunika hii station with the blood of Jesus. Mungu wa ajabu, mtu yoyote atakapoingia hii studio akiwa na mambo mabaya, utamwanika na atateketezwa na moto in the name of Jesus Christ. We declare this. Hii mtabo imebarikiwa katika jina la Yesu, na tunajua watu wote watakuwa wanaingia hapa ni wale umeteua in the name of Jesus. Kwa hivyo we build an altar in this a studio in the name of Jesus, na tunajua hapa ndio wengi watapata upako, hapa ndio wengi watabarikiwa, hapa ndio wengi watapaguswa machozi, hapa ndio wengi wataokoka, hapa ndio wengi watapata partners in the name of Jesus Christ. Kwa hivyo tumefunika Farodhi wa Thayo with the blood of Jesus. No weapon will ever prosper in his life in the name of Jesus. We destroy all premature death, God Almighty. Any spirit that may attack him, we destroy it with the blood of Jesus. We declare Farodhi wa Thayo is blessed, God Almighty, and my God atafanya kazi yako, sababu wewe ni Mungu umetukuka. Tufunike na damu yako tukitoka hapa. Mungu wa ajabu, tunajua tuko na wewe, utatembea pamoja nasi, na we know and we believe and we trust no weapon will ever prosper in our lives. Now we know even the children, they are covered with the blood of Jesus by you. Thank you, God Almighty, because of what you are doing. Thank you because of the project, God Almighty. Hapa ndio utajitukuza na wengi watakuona through this project, God Almighty. I know many people will harbor, many people will know that you are the Lord. Thank you, God Almighty. It's not about the name. It's not about the family. It's not about my Gina. It is all about you. In the name of Jesus Christ, my God, we pray and believe. Amen. 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 Thank you. Wow. Hey. Very yes. Good. Yes. Very good. So, thank you so much. Yes. Very good. So, mpaka mpu anakosa words. Alafu tuombee hao watu wote wamepledge, Mungu atampatia pesa ya kupeana. Msishtuke, Mungu atapeana. So Davis, tukifunga utasemaje? Hivi tukifunga, nadhani yangu ya kuomba machache ni kuwashukuru sana. Hata nimeshtuka leo kuona ukiongea. Wacha niseme mimi nikiongea Kiswahili I think I'm good kuliko nikiongea Kikuyu. Okay. You know, nikiongea Kikuyu haikui fluent cause no sikukaa sana ushago. Lakini tukiongea Kiswahili then tutaflow. So yangu ni kusema Mungu azidi kuwabariki sana and wacha niseme ni kitu, yani ni baraka pia. Wewe wakati unatoa usiangalie kutoa, jua kuna baraka. Siku moja my mom aliishi kutoa lakini hakujua itakuja kuzaa matunda.
So leo hii unaona matunda yenye ulikuwa unatoa. Hiyo siku ulitoa unga na sukari na kila kitu tulikuwa tunatoa kula kwa store ya dad, lakini saa hizi wewe ndio unabarikiwa. So hizi baraka usidhani ati Mungu yako anajua, na Mungu alikuwa anajua kuna siku kama hii itafika. So Mungu azidi kuwabariki na mjue nyinyi ndio Mungu amewatuma. So usichukulie ni kama kitu tu ya kawaida. I'm sure pia utakuwa ni furaha yako ukiona ati unakuja kutoka huko kwenye unaishi, kwenye unatoka, unakuja kusalimia mother of 12 ati atakuwa kwa nyumba yake, kwa ati hakuna kustresika tena. Hauna stress zenye unasemanga ati ujui kama huku utaishi. Unajua kuna kitu mbaya kama kuishi kwa wenyewe, because unajuanga hapa anytime anything inaweza happen. But ni furaha yangu pia ati nikiona ati utaishi mahali pamoja, mimi wishi kukuambia hiyo itakuwa furaha yangu. At least kunitaona ati nyumba imesimama hivyo, nitakwambia sasa huyu ndio anaitwa Mungu. And I'm sure hapo ndio tunaelekea. So God continue blessing you guys. Muendelee kutusupport na Mungu atazidi kuwabariki. And for dad tunampenda bado kama vijana wake na the sister and my sisters, we love you so much. One day tunajua utarudi normal na utatutafuta tu. So we just continue praying for you, ili Mungu azidi kukuweka hapo ili uone baraka zenye Mungu ametuwekea kama familia. So guys, God bless you na wape more and more and more the spirit kuendelea kusupportiana na kuokoana. Yes, God bless you. All right, thank you so much. Acha tuende tukakunywa maji moto. Sana mimi. Vile nasikia maji moto tutanisaidia sana. Sasa wewe hatutaki upumzike. Enda hapo kwa channel ya Farodhi wa Thayo. Utaona hiyo story nimekuwekea hapo ina run saa hizi ina premiere. Usikie maneno. Watu wana story, wacha nikuambie. Stories zingine na unajua pia wamama ni kama wamepitia vitu mingi sana. Wamama wanapitia kweli. Lakini kwa vile tumepitia, kuna mama alinipigia ananiambia akivichini wa Saturday akivichini niombe. Alikuwa ananiambia akivichini niombe, nimepitia mambo mabaya. Mzee ananifungia kwa nyumba, ananirusha vidole 4. Anataka kumnyonga vidole 4. Sasa niambie hiyo ni kusema namna gani? Anyway, sasa tutamalizia hapo. Thank you so much Juliana Munani Malonza ametuma 5k. Thank you, na watu wengi wanazidi kuongezea, tumemaliza tuko 161k. Na wenye wataona hii video watazidi kutuma kabisa, wazidi kupledge. Mko na namba zetu, unaweza pigia Virginia ama unipigie hata kama ni kitu tutaendea. Sawa, tutaendea, tutakujia. So thank you so much. God bless you. Mungu azidi kukubariki. Amen. Asanteni sana. Shalom. All right, bye. Amen.